Alafu kuna brothers of Mosocho, are you here? Tumekuja shule yenu na mko hapa, wako pale. Wale wa kwanza kabisa walikuwa wanafunza watoto mpaka wanafaulu kabisa, wanaingia vyuo mbalimbali, na tena wamekuwa watu wakubwa katika itifaki mbalimbali zisizosemeka ni nyingi, na walifanya vizuri sana. Walikuwa ni weupe. Walinifunza mimi, hii ndio ilikuwa shule yangu ya tabaka ya juu hapa, na hakukutokea shule iliyotupiga. Tulikuwa tunaendesha mambo vizuri, tunafaulu vizuri, na watu wengi walifaulu vizuri. Kwa hivyo hata nikija hapa kusoma misa hapa, nashukuru mwalimu mkuu wa shule hii kwa kufuata mwenendo huo kwa kufunza vijana hawa wawe na nidhamu kwanza, wawe ni wacha Mungu, wawe ni wachapakazi, wanaosoma vizuri. Na tulipokuwa tukimaliza shule hii, tukitafuta kazi, useme umetoka Cardinal Otunga, wanakupeleka moja kwa moja. Kwa hivyo Wakristo wapenzi, karibuni. Nitaacha maneno mengine, nipatisie president wetu madogo na haya. Akija nitamwambia hili, akisema usisome nimechelewa, nitaacha tu. Mimi ni mtii, ninatii tu. Kitu cha kwanza ningependa wale wanaoshiriki na rais wetu hapa, wengine wamebaki hapa, nimwambie jambo la kwanza, tunampenda sana. Mnampenda ama mpende? Na wanaamini ya kwamba watafanya kazi naye vizuri kabisa mpaka muhula wa pili. Hiyo ndio ndoto yangu. Pili, nilipoenda State House walinikaribisha vizuri sana, na kaniambia angetaka kufanya kazi na sisi, na angetaka kutusaidia kwa miradi mbalimbali ili nasi tuonekane kama ni watu wanaoshiriki utawala wake, sio watu hivi hivi wanaopelekana obela mashagila bagla. Hapana, ni watu wakakamagu, wao wamejiweka tayari, mtaona, na wanajua wanachotaka, wanajua wanapoenda, na wanajua jinsi ya kumtumikia Mungu. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa nia yetu kumwambia hivyo, lakini tumngoje tu. Na masomo ya leo sitaki kusema kitu mpaka mwisho hapo. Atakapokuja nitasema maneno mawili ama matatu, lakini kwa ajili yenu kuna jambo hapa katika somo la kwanza, Numbers 8:24 to 26. This is a disturbing reading. Inatuambia kwamba mtu akiwa na miaka 23 ama 5 anaanza kufanya kazi kabisa mpaka uzeeni mwake, na akifanya kazi vizuri, akifika miaka tuseme 50 hivi, anatoka kwa kazi, anaingia kwa hekalu la Mungu kumhudumia Mungu, kumshukuru Mungu kwa yale yote amempa na akafanya vizuri. Na hawa sasa ndio wazee wafanye kazi hiyo na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kustaafu. Sijui huyu padri alichagua somo hili kwa sababu alisisitiza ya kwamba linasema kuhusu kustaafu. Huyu ni mjanja, kwa sababu niko karibu kustaafu, ananikumbusha sasa. Mjanja kabisa. Sikatai, lakini haitafika bwana.
Sasa nikiambia waheshimiwa hapo sasa mstaafu sasa, na pengine mna miaka 12, lakini somo ni nakumbusha watu msishikilie uongozi mpaka hata uwezi kutembea. Kwa hivyo kuna umri fulani mtu anasema nimefanya ya kutosha, unastaafu. Nimefanya ya kutosha, nimefanya mengi, lakini muniachie hii miaka 3 hivi nifanye mengine. Jameni, ni kama leo hii pesa tunazokusanya ni kwa ajili ya mapadre wazee na wagonjwa. Wapo, msifikiri ya kwamba padre hawezi kuwa mgonjwa. Anaweza kuwa mgonjwa, na akiwa mgonjwa kabisa hawezi kukaa hospitali mpaka afe. Wanamwachia tu, anarudi kwetu hapa tutakapoenda kujenga hapa chini Mosocho. Na hapo kila mtu atakuwa na chumba chake akisoma, na hata akiitwa ahubiri anahubiri kwa sababu wana akili, lakini kwa sababu ya ugonjwa wana nguvu za kwenda mbali. Na nataka wafe wakiwa na sifa yao ya upadre. I want them to die in dignity. Dignity of priesthood. So that house is going to be a holy house as well. I will give those who are able to do some work a chance to hear confessions. Watu wakija kwenu, mapadre mkienda pale, watu wakija kitubio, tafadhali wasikize. Na watu wakija kuongozwa kwa mawazo yamewasumbua, wasaidie. Na ingawa pale ni mahali ambapo ni pafiche kidogo, wengine wakicha misa yenu msiwakataze. Na mwisho kabisa, kitu kikubwa pale, na dhamiria kujenga zahanati ili wakiwa wagonjwa wahudumiwe pale. Mtanisaidia Wakristo utafuta nasi mmoja kabisa naye na elimu nzuri na amefanya kazi vizuri, awasaidie. Tutamlipa. Na nyinyi wenyewe mtafuta mtu aliye mzuri, ni daktari, na naye tumwajiri ili aje hapa awaangalie na aseme, askofu, kuna padri fulani hali yake sio nzuri, anipe mawaidha nifanye kazi nzuri kwa huyo padre. Kama sipo, fika Cardinal watakuwa pale. Kama hayupo, the consultants will be there. They will take charge. That is how I wish our priests to receive a very good ending. Tuwakaribishe vizuri. Kama sasa hivi juzi Matogo, nimekuwa mgonjwa mimi pia. Lakini Matogo alikuwa mgonjwa kabisa. Sasa nikaomba, nikasema nitafanyaje? Ameenda hospitali iliyo inatoza watu pesa kubwa. Alipelekwa Mate Hospital. Ninamheshimu sana. Nilipoenda pale niliona kama atakufa baada ya siku 3. Ukienda hapa anafanya oteke hivi, sijakufa, nipo bado. Ameendelea hivyo kwa miezi 8. Nilishangaa. Ameendelea hivyo kwa miezi 8. Alikuwa stage 4. Na ametoka. Jana juzi nilimwona akisoma misa. Sasa nikasema huyu ni mtu ama ni malaika? Tushukuru Mungu. Na jamii zetu ambao ni wagonjwa, na waombea sana kusudi Mungu kwa njia zake za namna za kimungu awatunukie afueni. Katika afueni hiyo muone uso wake, mshukuru, muabudu, mtukuze. Hata katika ugonjwa wenu mtukuze. Hata ikiwa ni shida zenu mtukuze.
amwalike katika hizo shida zenu na ataona atafanya nini. Tuwe na imani. Ukiwa na imani mambo mengi yanaweza kutendeka. Kama huna imani utaanguka tu. Utaanguka. Imani yangu imenifanya niwe hai leo. Nimeona maajabu. Nimepigwa kushoto na kulia. Miguuni hadi utosini. Ningalipo. Nitawacha mkitafakari kidogo. Nitafakari kuhusu jimbo letu la Kisii County na Nyamira County. Na mtafakari jinsi tutakavyoendelea kujisaidia sisi wenyewe. Hatuwezi kungojea misaada ya ng'ambo tena, haipo. Sasa nyinyi ndio msaada wangu. Vikundi hivi ambavyo unaona hapa vimejiweka tayari kujenga kanisa lao, na wakisaidiwa ni kusukumwa tu waendelee na mambo yao. Kwa hivyo karibuni wageni, tujumuike pamoja, tumshukuru Mungu. Hata ukiwa Muislamu, si wewe unashukuru Mungu? Hata ukiwa dini ya aina gani, Mungu ni mmoja tu na atasikiza maombi yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tuendelee tu, lakini wale wakuu wanaowasiliana na kikundi cha rais wakiwaambia wanakuja, mniambie. Now let us have a moment of silence to contemplate all that we have listened in the homily today. Ukimya kidogo, tutafakari yale ambao tumesikiza katika homilia. Tusimame wote. Nansire Nyasaye Tata, mutungi goro nanse na Yesu Kristo, mwana imwe Mungu wetu, akabere kwanu mtakatifu, wewe tuna Bikira Maria, suna bonso Bilato, owambe twasio musaraba, ukwetu tindigetwe utirimochi magombe, igoro lya matuka atatu, orogite kurwasa bakule, orinete igoro ase aikraste ase okuro kwa Nyasaye Tata, muwi kigima, kuronera na kugambia abagimana bakule, na nchira somo y'umutagatifu, Kirisia Katolika gatagatifu, kubekwa mu kabatagatifu, kuruswa kwiwe, kuruka kumubere, n'uyobota kwera. Sala za waamini. Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, unatujua sote. Tunapotoka, tulikosaliwa, wazazi wetu, ndugu zetu, rafiki zetu, unatujua. Na kwa siku hii ya leo, utuangalie kwa huruma yako. Utusamehe makosa yetu, na ikiwa ni unyonge, huyu Roho Mtakatifu apate kutuimarisha, tuwe imara kabisa katika imani yetu. Na tukiendelea kukushukuru na kukuhudumia, ufalme wako uenezwe popote duniani, na watu wengi wapate nafasi ya kukushukuru. Bwana, tunakuomba tusikie. Kind and everlasting Master above, we come before your presence this morning. We thank you for your love. We thank you for your mercies. Lord, we are sinners before you. We ask for forgiveness. We pray for the church, right from the Archbishop down. We ask you to grant them love, peace, and above all, spiritual intervention. Lord, hear us. Teatro sabera barayi baitu bense umutenda nsai
mbia munaseke ukiwo mawotwete mnaintu mwanya bantu kwatubekere bibekere mnaintu tatena sa ngosabire ensi yaitu ya Kenya abara tatena sa twachorete oba wanchani omolembe akere bagukorera gasi yago bakora so wanchani bwago omonguro toiwe. Tuombe kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Baba mwenye huruma na mapendo kwetu sisi binadamu, tunakushukuru kwa sababu ya mapaji mbalimbali umetukirimia. Tunakuomba sana ili uweze kutukirimia mahitaji mbalimbali ili tuweze kuishi kadri ya mapenzi yako. He Bwana, tunakuomba. Our kind and everlasting Father, we come to you this morning. Thank you for the gift of life. Lord, I pray for peace, love, and unity in our country. Lord, hear us. Bwana, tunakuja mbele yako. Tuombe ili uweze kupa ulimwengu huu amani bila vita. Baba, tunakuomba utusikie. God our Father, we thank you for the gift of life. We pray for all souls of our faithful departed. May their soul rest in peace. Lord, hear us. Haya yote na mengine mengi yaliyo mioyoni mwetu tunayaweka mikononi mwako Baba, ili uyatimize jinsi mapenzi yako yalivyo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi ni wakati wa sadaka. Leo tutatoa sadaka na matoleo kwa pamoja. The first 3 rows kwa VIP mtatoa sadaka hapa mbele. The rest rows kuna ushers ambao mtatoa sadaka yenu. Na wale wote wa Kristo mahali mlipo kuna ushers na seminarians. Kila mmoja atoe sadaka na matoleo kwa pamoja. The first 3 rows kwa VIP tutatoa sadaka hapa mbele. The rest of the rows kuna ushers hapo watatayarisha. Na Wakristo wote mahali mlipo kuna ushers, tutoe sadaka yetu. Sadaka na matoleo kwa pamoja. Kwaya, wimbo unaofaa. First rows in VIP ni sadaka mbele. Na Wakristo mahali popote mlipo toe sadaka na matoleo kwa pamoja, kutakuwa na nafasi ya matoleo tena.
sadaka na matoleo. Kwa pamoja tujongee zile sadaka kutoka altari. The catechist and the ushers tafadhali. All the ushers present the sadaka to the altar. Tafadhali tulete sadaka kwa altari. Ushers, tulete sadaka kwa altari. Nimebuga, ninakutolea
salini ndugu na dada, ili sadaka Baba Mwenyezi. Amina. Bwana ulimtoa mwana kwa ajili yetu, ili kwa hisani yake atuopoe mautini na katika maovu yote. Tunakuomba upokee kwa huruma sadaka hii ambayo tunakutolea kwa ajili ya kukushukuru. Umetuondoa katika tabu zote, Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru wetu. Kweli ni vyema na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Bwana, wewe una haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa asikusisi kitu, hali satufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu, tukiungama kwa furaha. Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na
Bwana kweli mtakatifu, na kile kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo ili damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili vivyo hivyo. Baada ya kula, alitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi. Tumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletaye wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu, tiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu kwa sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira,
na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Tiberius na Karoli na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba, Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, na maaskofu wote, wakilero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nazi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema sote: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, takana lifanyike duniani kama mbinguni. Mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, na hii amani tunaitamani sana hapa Kenya, Palestina, Israeli na kwingineko. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mupeane amani.
Tazama Sara ya weke ya Sara ya weke ya Sara ya gosasi ma Yesu nyasao maneno amen na igora saitari igoro netre kirasole gosasi mane awantire kora yansi ningoli wetimo wekana oicha seinde oicha bana ngochara koromia. Tuomba kuketi. Ni wakati wa kukomunika sasa kwa VIP. Kuna mabadi waliopangwa ndio watakao saidia kukomunika. Na Wakristo mahali popote mlipo, kila mtu atapata nafasi apate kupokea Ekaristi. Mabadi watapokea katika altari na Wakristo Yesu atakuja mahali mlipo. Kwaya wimbo.
Bwana
wagonjwa, na waombea sana kusudi Mungu kwa njia zake za namna za kimungu awatunukie afueni. Katika afueni hiyo muone uso wake, mshukuru, muabudu, mtukuze. Hata katika ugonjwa wenu mtukuze, hata ikiwa ni shida zenu mtukuze, mualike katika hizo shida zenu na ataona atafanya nini. Tuwe na imani. Ukiwa na imani mambo mengi yanaweza kutendeka. Kama huna imani utaanguka tu. Utaanguka. Imani yangu imenifanya niwe hai leo. Nimeona maajabu. Nimepigwa kushoto na kulia. Miguuni hadi utosini. Ningalipo. Nitawacha mkitafakari kidogo. Mtafakari kuhusu jimbo letu la Kisii County na Nyamira County, na mtafakari jinsi tutakavyoendelea kujisaidia sisi wenyewe. Hatuwezi kungojea misaada ya ng'ambo tena, haipo. Sasa nyinyi ndio msaada wangu. Vikundi hivi ambavyo unaona hapa vimejiweka tayari kujenga kanisa lao, na wakisaidiwa ni kusukumwa tu waendelee na mambo yao. Kwa hivyo karibuni wageni, tujumuike pamoja, tumshukuru Mungu. Hata ukiwa Muislamu, si wewe unashukuru Mungu? Hata ukiwa dini ya aina gani, Mungu ni mmoja tu na atasikiza maombi yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amin. Tuendelee tu, lakini wale wakuu wanaowasiliana na kikundi cha rais wakiwaambia wanakuja, mniambie. Now let us have a moment of silence to contemplate what we have listened in the homily today. Ukimya kidogo, tutafakari yale ambao tumesikiliza katika homilia. Tusimame wote. Nansire Nyasaye Tata, mutonge goro nanse na Yesu Kristo, mwana imwe Mungu wetu, akabere kwanu mwe mutagatifu, webere tuna Bikira Maria, suna bonso Belato, obambe twasio musaraba, ukwetu tindigetwe tiribochi magombe, igoro lya matuka atatu, orogite kurwasaba kule, olinete igoro ase aikaraste ase okuro kwa Nyasaye Tata, muwi kigima, kuronera na kugambia abagimana bakule, na nchira somo y'umutagatifu, Kirisia Katoliki gatagatifu, kube kwa muka watagatifu, kuruswa kuiwe, kuruka kumubere, uyobota kwera. Sala za waamini. Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, unatujua sote. Tunapotoka, tulikosaliwa, wazazi wetu, ndugu zetu, rafiki zetu, unatujua. Na kwa siku hii ya leo, utuangalie kwa huruma yako. Tusamehe makosa yetu, na ikiwa ni unyonge, huyu Roho Mtakatifu apate kutuimarisha, tuwe imara kabisa katika imani yetu. Na tukiendelea kukushukuru na kukuhudumia, ufalme wako uenezwe popote duniani, na watu wengi wapate nafasi ya kukushukuru. Bwana, tunakuomba tusikie. Kind and everlasting Master above,
we come before your presence this morning. We thank you for your love. We thank you for your mercies. Lord, we are sinners before you. We ask for forgiveness. We pray for the church, right from the Archbishop down. We ask you to grant them love, peace, and above all, spiritual intervention. Lord, hear us. Tiato sabera barai baitu bense, umojenda nasai, mbia monase ke ukiwa maoto ete mnaintu mwanya bantu, kwa tubekere mnaintu, tatena nasai ngo sabera ense itu ya Kenya, abarai tatena nasai tuachorete, oba uwanchani, omolembe, akere wako koregasi yago bakoraso uwanchani wago, omonguro toiwe. Tuombe kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Baba mwenye huruma na mapendo kwetu sisi binadamu, tunakushukuru kwa sababu ya mapaji mbalimbali umetukirimia. Tunakuomba sana ili uweze kutukirimia mahitaji mbalimbali, ili tuweze kuishi kadiri ya mapenzi yako. He Bwana, twakuomba. Our kind and everlasting Father, we come to you this morning. Thank you for the gift of life. Lord, I pray for peace, love, and unity in our country. Lord, hear us. Bwana, twakuja mbele yako. Tuombe ili uweze kupa ulimwengu huu amani bila vita. Baba, twakuomba utusikie. God our Father, we thank you for the gift of life. We pray for all souls of our faithful departed. May their soul rest in peace. Lord, hear us. Haya yote na mengine mengi yaliyo mioyoni mwetu tunayaweka mikononi mwako Baba, ili uyatimize jinsi mapenzi yako yalivyo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi ni wakati wa sadaka. Leo tutatoa sadaka na matoleo kwa pamoja. The first 3 rows kwa VIP mtatoa sadaka hapa mbele. The rest rows kuna ushers ambao mtatoa sadaka yenu. Na wale wote wa Kristo mahali mlipo kuna ushers na seminarians. Kila mmoja atoe sadaka na matoleo kwa pamoja. The first 3 rows kwa VIP tutatoa sadaka hapa mbele. The rest of the rows kuna ushers hapo watatayarisha. Na Wakristo wote mahali mlipo kuna ushers, tutoe sadaka yetu. Sadaka na matoleo kwa pamoja. Kwaya, wimbo unaofaa. Tutoe sadaka na matoleo kwa pamoja, kutakuwa na nafasi ya matoleo tena.
tujongee tuweke sadaka katika altari. Wale walio na sadaka na matoleo kwa pamoja tujongee zile sadaka kutoka altari. The catechist and the ushers tafadhali. All the ushers present the sadaka to the altar. Tafadhali tulete sadaka kwa altari. Ushers, tulete sadaka kwa altari. Kerema Parish 1.05 million. Kebirigo 3.1 million. Kerongo is a new parish, 1 week old. They will communicate to us. Kisii Town Parish 5 million. Manga Parish 1.5
of a million. Simba Parish, 2.142 million. Arati Parish, 2.520 million. Mosocho, where 55,000. Rangenyo Mission Hospital, 20,000. Chrismalian Hospital, 50,000. Ichuni St. Catherine, 20,000. St. Choni Metabure Tago, 20,000. Mosocho, 5,000. Yekano Health Center, 25,000. So far, that is how the Christians of our parishes have done. Your Lord Bishop, Your Excellency Dr. William Samuel Ruto, we are happy with the spirit of synodality where we come together with small monies, bringing it together so that we can support the church. Nobody is too poor not to give, nobody is too rich not to seek more so that we can build the nation. Welcome, Your Excellency, to Kisii Diocese. We wish you all the best, and we are happy that you are with us. Karibuni sana, ewe nkole, yamana. Thank you, the Vicar General. Number request now, I welcome Mr. Otunga to take up the second part of the program. Ni manyete mogo gete gaki mogo gete tenena mogo de president toiga Your Excellency, I've been telling you about the Catholic Church in Kisii, which is very vibrant, as opposed to what other people were thinking. Very vibrant. It can sweep you to the lake. And this is the section of the old people. If you saw children, I sent you a clip, and the children were greeting you. They are so happy, so many. And the sisters are also very many. Karat kirangu, karat kira. Kariba kuona magagabu. Isako wate inga no nyoli na boko nyoli. Igokira. So when I told them the projects we have are quite a few that we want to finish this year, and the priest's house is first among the projects. Why first? I told people when I read the first reading here, and I told them the priest who chose it, ni Mujanja. He talked about retirement, and he knows that I'm not too far from retirement. And I told him I'm not actually going to retire tomorrow. I will hang on and see whether we can finish a few things. Even if you ask your staff there, if you talk about retirement, they will be afraid. They won't accept it. If you tell Mr. Omolo to retire tomorrow, you will see how he will react. So we don't like retirement. But in retirement, we can also be useful. Finally, I have been teaching my people about what we got. We get from people, we get from our gardens, from our small vegetables and so on. I told them, whatever you get, don't misuse it. Don't misuse it. Then you better be careful. If the president gives you something, use it correctly. And I told them we don't have to be proud, because proud is the first sin that human beings committed.
And we came to find ourselves on this earth because of Adam and Eve. So the sin of pride must be avoided. We must avoid looking for esteem in every place. Nipigie makofi, ta, 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 wana. Unaona? Unaona? Wamefundishwa vizuri. Nilikuwa nikisema tu kwa mafundisho. Mtu anasema nipigie makofi, yanakuja automatically. But I really don't belong to that caliber of people. Lastly, people also like eating well. If you go to big hotels in Nairobi, you will find my friends eating there. And the eating is big. Somebody is spending 200,000 with his friends in an evening. When I can use that 200,000 to take 5 children to school, he can't stop spending and so on. So I've taught the people well, and I think they will use the money you give us well. Be assured of that. And they will also, now the other leaders who have seen what you have done, I think Simba Arati is ready to cough a bit. I can see him smiling. I can't miss 100 million from him. And in Nyaribo, 80 million I can't miss. Something like that. So I think I've finished. Ninawapenda nyote. Na Wakristo wangu ninawapenda. Na ni wengi, ukienda, nilikwambia ni wengi, wameenda mpaka pale chini, kuna uwanja mwingine pale. Kwa hivyo wamefurahia, karibu, karibu, karibu. Na kwa pesa unaenda kutoa, nafikiri utatoa 500 million. Kwa hiyo yote ninasema uongoi misingine. Asanteni sana. Tumpigie Right Reverend Joseph Mairura Okemwa makofi tafadhali, na viongozi wa kanisa. Wametuongoza vyema sana sana sana. Asanteni sana viongozi wa kanisa kwa misa ambaye tumelishwa kiroho. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Gavana wa Kisii Mheshimiwa Simba Arati, Gavana wa Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo, Waziri wa Elimu Mheshimiwa Ezekiel Machogu, mawaziri wenza, viongozi wote wa serikali gatuzi na viongozi pia wa kitaifa, nyote waumini. Mheshimiwa Rais, kwa nafasi hii naomba nimwalike waziri wa elimu ili aje atuongoze katika ratiba ambayo itafuata. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali Mheshimiwa Ezekiel Machogu ili aendeleze safari iliyobaki. Karibu Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais, waheshimiwa magavana, gavana wetu wa kaunti ya Kisii, Gavana Simba Arati, gavana wetu wa Nyamira, Gavana Nyaribo, waheshimiwa wapunge ambaye wako hapa, tukiwemo na mpunge wa sehemu hii, waheshimiwa MCAs, waheshimiwa maofisa wa serikali ambaye wako hapa, Baba Askofu na constituency and one word. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Deputy President, Your Excellencies, the Governors, Kisii and Nyamira, the Senators here present, the CS, Education, Senior Government Officers, and my colleagues in Parliament and the Senate, our Kristo Navagusi Mbiamole, Omolembe, 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 Omolembe.
So, Your Excellency, and all those who don't understand that language, we wish you peace and welcome you to Kisii on behalf of the people of Bonchari. This is the season when Jesus was born, so we are preaching and extending our love and peace to all of us during this season of Christmas. The people of Bonchari are so grateful the support you rendered to us just recently. We had a fundraiser in one of the churches, and thank you for your support. Just the last time you were at Nyanturago here in Kisii, I did extend an invitation to you. You acceded. We're waiting. Probably next year we can work on that. You come to Bonchari and pay us a visit. A few requests from Bonchari. The highway to Isabania still not very good. I know we are working very hard to look for the funds, lakini hiyo barabara tungeomba iishe ndio usafirishaji iwe kamili kabisa. The second is that in all the appointments, the senior appointments, Bonchari has been left behind. We humbly ask that you remember us when you are doing your appointments for the senior positions from Bonchari. We wish you well. Come again. Let's work together to build the Church of God. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Onchoke kutoka Bonchari. Karibu Mheshimiwa Ubiri Momanyi kutoka Bobasi. Your Excellency the President, Your Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, all the governors present, members of Parliament, senior leaders from Kisii and the whole of Kenya, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Your Excellency, sina mambo mingi. Naongeza pia kwa ile makaribisho tunataka tukupea kuja Kisii, na tunashukuru Bishop kwa kuja kuongea na wewe na kukuambia ukuje Kisii. Wabunge wenzangu wamechukua hii nafasi ya kuongea shida ziko kwao. Mimi niko na shida mbili tu, moja mbili. Number one, iko barabara inatoka Nyakegogi kwenda Motonto, na ndio barabara ya governor. Hii barabara imepeanwa contract, lakini contract imestall. Sasa hiyo barabara hatuwezi weka pesa ya kulima, watu wapite, imefungana kabisa. Tunaomba hiyo contractor alipwe, ndio atengeneze hiyo barabara, watu wapite, imefungana kabisa. Pili, town kubwa kabisa ya Kisii, ile wewe unajua, tumena wewe huko Your Excellency, zamani ya Nyamache, iko bridge ambayo ina connect pande moja na pande ingine. Hiyo bridge imevunjika, nimeenda huko juu, nimeongea na wakubwa wa Kera na Kura, nataka unisaidie kusongeza kabisa itengenezwe, watu wangu wameteseka sana. Kwa hiyo machaji mara ya pili na kuambia karibu sana Kisii. Asante. Asante sana. Esi utasongesha chini kabisa. Asante sana kwa kukiadjust kimo changu mimi mfupi. Your Excellency the President and your able deputy, Honorable Rigathi Gachagua, members of the cabinet, the two county governors, Nyamira and Kisii, my legislative colleagues, Bishop, Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza ningependa kwa kushukuru Mheshimiwa Rais. Najua tuliingia uongozini nyakati zikiwa ngumu mno, lakini kwa juhudi za serikali hii tumeweza kuona mambo ambayo unafanya kuhakikisha maisha ya mwananchi wa kawaida yamerekebika na yamekuwa sawa. Na pia ningependa kuwatambua, ukiangalia katika mhadhara huu, akina mama wengi mno. Akina mama vipi? Na akina mama Katoliki wana mkutano wao tarehe 23, ningependa kukujulisha Mheshimiwa Rais. Na finally, kanisa hili la Kikatoliki limekuwa kwenye mstari wa mbele kukuza watoto katika njia zinazofaa. Kwa hilo Bishop, ninakupa kongole mno.
na ningezidi kuwaombea kuwa mzidi kuwa kioo cha jamii. Nikimaliza kuketi Mheshimiwa Rais, na nitazidi kukuomba, wewe ni my political father. Nilipompoteza baba kisiasa, wewe ulinishika mkono katika ile shule ambayo Mheshimiwa Kibagende ameitaja hapa, na kukushukuru kwa kuwapa akina mama nafasi na vyombo vya kuongoza katika uongozi. Na ninachukua fursa hii kukuinvite katika village ile ambayo ulinyeshewa pa kipindi kile cha kampeni Kenyenya. Asante sana. Unaweza wacha hivyo, Zair pia anatoshana hivyo. Mheshimiwa Zair Janda, Nyaribari Chache. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Waziri wetu Machogu, Your Excellency, the Governor, all protocols observed. Kwa majina ninaitwa Zair Janda, mbunge wa Nyaribari Chache. Mheshimiwa Rais, karibu sana hapa Kisii. Mimi sina mengi ya kusema. Ninataka tu kukuunga mkono. Mheshimiwa Rais, juzi umesign. Sisi kama wabunge tumepata increase ya allocation ya CDF katika kwa masuala ya basari kutoka 35% to 40%. Asante sana Mheshimiwa Rais. Pia tumeona Mheshimiwa Rais, bei ya mafuta imeshuka chini. Ndugu yangu Mheshimiwa Kibagendi, nimesikia ukisema masuala ya mafuta, lakini ni muhimu tukumbuke kwamba sio rais ambaye anapandisha ama anashukisha. There are many factors ambaye ndio inafanya bei ya mafuta inaenda juu. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, katika constituency yangu kuna pesa ambaye kwamba ulikuwa umetuahidi ya no, ni lazima tuseme ukweli. Huo ndio ukweli wa maneno. Hata tukipiga kelele, sio rais anafanya hiyo bei ya mafuta kupanda. Kwa hivyo tu relax, tutulize boli. Mheshimiwa Rais, ulipokuja katika eneo bunge letu Nyaribari Chache, ukatupatia ahadi kwamba Nyanturago Stadium utatuwekea pesa, na Mheshimiwa Gavana, wewe pia ulitupatia ahadi. Tunaomba Mheshimiwa Gavana uanze kuweka hiyo milioni 100, alafu ingine itakuja baadaye. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, hapana, tu relax, lazima tuseme ukweli. Mheshimiwa Rais, ya mwisho nataka kueleza kwamba ni vizuri na ni muhimu viongozi waheshimu serikali yako na wewe. Ikiwa wewe huwezi kuheshimu rais na unataka upewe msaada, utasaidiwa namna gani? Asante sana, na hii story ya kublackmail serikali tuache. Asanteni sana. Abantu baminto. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Ekero mogeni arega etukuira ngora. Twaigwananire. Ngora tukure atubwatesie. Tusike bishop oyo no moyego bishop. Asante sana. Mheshimiwa Alpha Miruka ambaye ni mtoto wa pasta. Haya. Moro. Korango iga. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mnajua rais anapenda hiyo amen. Sasa ongea kwa sauti. Bwana asifiwe sana. Your Excellency, hawa watu wanakupenda sana. Rigiji, the Deputy President, these people love you very much. Na wanashukuru, asante sana kwa kufika Kisii, Cardinal Otunga High School. Naomba ukimaliza, uache kitu kidogo hii shule. This Cardinal Otunga is the best. Kitu kidogo tu. Wasema ndo wake. Na tuwagache hold. Taribu wake. Mimi ni Mheshimiwa Alpha, mbunge wa Bomachoge Chache Kisii, mtoto wa pasta. Mbunge wa chama ya UDA, chama tawala, chama cha serikali. Mwenyugwete haki. Tigamba esiri.
amaskani ya president yetu ete gocha tali amaskani ya gosori na amaskani yenge ncho etora abono tomotebi atokorere ebintu erebuya gosere bo igonto ko bande batereru. Your Excellency, this Kisii broken the record of coming to this region several times while he campaigning, while he the deputy president, and while you are the president. In fact, I've counted the constituencies you have gone. Only 3 you have remained. You have remained Bonchari, Bomachoge, Borabu, na Bobas. Then you cover the entire Kisii. We are very happy for you. The only thing I want to request you, which you pledged, and I'm sure you're going to do it, or a working airstrip, because we move from here to Kisumu. The second one, Governor Simba is not a bad guy. He's managing 9 constituencies. I'm just requesting, kwenda hapo mbele, wakati wengine watakukumbukwa, when they will divide counties, we may request we divide this Kisii county to 2 counties. One called Kisii, another one called Gucha. He has come to my place. Alikuja kwangu akaniambia maji, already the contractor anakuja kufanya maji Ogembo. Alikuja akaniambia 100 million kwa hospitali, already hizo vitu ziko. Let's give him a humble time. Let's work with this government. The only government will give us freedom. Otherwise, kwa hayo machache na mengi, Moses nigu sana. While Honorable Japhet Nyakundi is coming, I would like to recognize former Governor James Songwae Omariba, karibu sana, na James Magara, Omingo Magara pia yuko hapa, karibu sana. Mheshimiwa Japhet, karibu pia useme neno. Tulikuwa naye kule Rwanda, ndio unaona agosogora. Goikatoche to bwaterane esengenchoye kanisa. His Excellency, sisi tunataka kukushukuru sana kwa sababu sisi kama Wakisii umetuonyesha upendo, umetuonyesha amani na unatupenda sana, ndio kwa maana umekuja Kisii mara kwa mara. Na sisi leo tunataka kukaribisha hapa Kisii tena na tukuhakikishia ya kwamba Mheshimiwa Rais, sisi tutashirikiana na wewe katika hii serikali yako ya Kenya Kwanza. Ninajua mambo ni magumu, lakini Biblia inasema tuwe na subra. Mimi ninakujua, wewe ni mtu mwenye akili nyingi, wewe ni mtu mchapakazi, wewe ni mtu ambaye haulazimishi kufanya kitu. I know you mean the best for this country. Na sisi kama Wakisii, we will give you all the necessary support that you require, kwa sababu nina imani ya kwamba Kenya hii itabadilika katika uongozi wako. Mimi nataka kukushukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu vile Kibagendi amesema, hata leo nimeshtuka sana yale maneno yanatoka katika kinywa cha ndugu yangu Kibagendi, kwa sababu sisi wote, mimi, yeye, Osoro, Esio Kenyuri, huyu Alpha Miruka, all of us were in your school of politics. Na ukatumenta mpaka mahali tumefika hapa leo. Mimi sikuwa najua ya kwamba nitakuwa mbunge kama sio wewe ulinishika mkono. Kwa hivyo kwa niaba ya watu wa Kitutu, mimi nataka kukushukuru sana. Na nikuambia asanti kwa sababu nilikuja kwako nikakuambia kuhusu hii barabara ya kutoka Gesieka ikija Nyakoe. Hii barabara imetusumbua sana kwa sababu wale watu wanaleta chakula katika hii soko ya Nyakoe hawawezi kufika hapa na hawawezi enda kule kwetu Marani. Lakini nataka kushukuru kwa sababu nilipokuambia uliweka pesa ukatangaza ile barabara, na najua mwezi wa pili mwaka ujao utakuja tufungue hiyo barabara na tuweke lami. Italiega asiengi yao kora. Nkomo buate sitore ya tokolerega asi. Nkomo buate sitore ya tokolerega asi.
tunajua mambo ni mengi. Bei ya unga umeng'ang'ana, imerudi chini. Pesa ya mashule umeng'ang'ana, umeweka mpaka maneno ya scholarships. Na hata bei ya mafuta imeanza kushuka polepole. Sisi tunakuombea Mwenyezi Mungu aweze kukusaidia, na tunajua nchi yetu ya Kenya hapa mbele itabadilika. Igaba gusi yatomobuate si tukolega asinere esengencho nerororo mongi wete tigamba bodi abantu baminto engombe ekorusia mabere no chake konyake kwa mabere bodi ngoso konyebereri emanye oko amabere kibage ndio minto tigatwebereri omugambi oyo orega igarero atwa mabere tolete gusiye ito eyuere buyago sere bobe ere buyago sere bobe tigatomo sike tokolega asinere nende tokolega asinabarai bosipi bale igaiga oyoga bano ito tokolega asinere president yeito tokolega asinere deputy president yeito tokolega asinere na litoranya ale koleta magendero seito gusia mbiabono sana tiganya saya wasesenie. Asante sana Mheshimiwa Japhet Nyakundi. Ningependa kumuita Mheshimiwa Parashina kutoka Kajiado. Okay. Asante sana. Sababu tuko na waheshimiwa wengine wengi kutoka sehemu tofauti za nchi, ningeomba sasa nafasi hii nimuite seneta wetu ambaye ni Richard Onyonka aendeleze kipindi kilichobaki. Your Excellency, nikimalizia vile naona hawa wananchi, once you reduce the cost of living, Kenya nzima watu watakuwa na furaha. Asante sana na Mwenyezi Mungu akubariki. Mbiamole. Mheshimiwa Rais, Bishop Mairura ambaye ndiye ametualika hapa, ningependa kusema kuwa Your Excellency, I just arrived this morning at 3 o'clock in the morning. I had to really work hard to be here because I was out. Ningependa kwanza kusema hivi, ni heshima kuwa umekuja hapa. Mheshimiwa Simba Arati, ni heshima kuwa umekuja hapa. Mheshimiwa Nyaribo, asante kwa kuja hapa kutoka Nyamira. Wale viongozi wote wamekuja hapa, ndugu yangu Osoro na wale viongozi wote wa UDA, asante. Mambo yangu ni machache sana. Nilisikia huu mkutano utakuwa hapa na nilikuwa najiuliza nikija hapa nitasema nini. Sasa yale ambayo nilikuwa nataka kusema kwa simu kutoka nje nitayasema hapa leo. Mzee Mheshimiwa Gachagua, my friend and a man I've worked for before, asante. Ndugu yangu James Ongwae, my first governor, thank you for coming here. Na wale wote viongozi wote ambao mko hapa. And Your Excellency, I had forgotten, I was fearing I might not get food tonight because I did not recognize my wife. She's there, Gesare, just wave. Thank you very much. Mheshimiwa Rais, umekuja Kisii kwa mara nyingine tena. Sisi tunakuambia karibu. Umekuwa ukitusaidia kimaendeleo. Umekuwa ukija hapa zaidi ya miaka 5. Nilikuwa nauliza kura, umeendelea, umekuja, umekuwa rais. Sisi tumekurecognize, wewe ndiyo rais wetu. Sasa Mheshimiwa Rais, let me tell you what I wanted to say on the phone. I told a friend of mine, if William Ruto doesn't fix Kenya, who can? If you have been in this government the longest. You are with President Moi,
You were with President Kibaki. You've been with President Uhuru. Now you are yourself. Surely, my president. The issues you hear, many of us, na wale wengine, Your Excellency, skianga when I'm on TV and I comment about you and Honorable Gachagua. They think I'm being unfair to you, I'm attacking you. My job is to oversight the government at the national level. So even when I will tell you, Your Excellency, the mistakes, I will also tell you, thank you for the good work that you're doing. Number two, when you came to Nyanthurago, nilikwambia I was not happy. Kulikuwa na shida, Osoro, wanachapana na Simba, Simba ananigonga, nagonga Monda, Monda anagonga nani? Your Excellency, these young men have agreed to work together and I'm very proud. And I know you have been calling them privately. And I know how hard you've worked. Kwa sababu wote ni kichwa ngumu. So I want to announce here today, and I also, Your Excellency, want to say this. Your Lordship Bishop, thank you, sir. I know how much effort you've made to make sure that these young leaders can come together, reason together, stay peaceful, make sure we build our community. I want to tell my brothers who are here, especially Mheshimiwa Osoro and the young leaders, this is the first time that our community made a generational change. Please don't disappoint our people. Work together, learn to forgive each other, laugh at each other when you make silly mistakes, and all of you, this is the president we have now. We will work with you, sir. I'll work with you. I have no personal disagreements with you. But I will also tell you when things are going wrong. Because my job at the Senate is to oversight you and oversight my Governor Simba Arati. Governor Arati, thank you for calling me. Thank you for agreeing for us to talk with each other. I wish you the best. I will support you at the Senate. And everybody from our community has been wanting Kisii community to work as a team. Nando mwana wa Arati mbia moneso kuirani monda SMS. Bono chole tendemo orangeli na donya toa kumupire miakene woja. Mbia mono Moseseni we timbu atiange ngoteba Bishop nyasago seseni tigato changiri chibesa onyakokonya bantu banyasai. Thank you so much, Your Excellency, and that is all I can say today. God bless you all. Mbia mono. Asante sana Senator. Your Excellency, sasa imefikia wakati Mheshimiwa Osoro Chief Whip ambaye naye atawajulisha wale wachumbe wengine wametoka sehemu nyingine za Kenya. Mheshimiwa Osoro, dakika mbili please. Aya. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, my Lord the Bishop, Mairura, na viongozi wenzangu wote ambao wamekuja hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Thank you very much. Your Excellency, karibu sana Kisii. Karibu sana naibu wa rais pia Kisii. Your Excellency, kabla sijazungumza mawili, utaniruhusu kwa heshima kubwa. Kuna wabunge wawili ambao watatu, I'm told, ambao wamekuja pia kutuzindikisha kutoka nje, na Mheshimiwa Kibagendi alirecognize wa huku nyumbani akasahau wageni wetu. Sijui tuko na wabunge, I think niliona Mheshimiwa Shinali. Mheshimiwa Shinali ndio huyu. Uonekana ama njoo tu hapa. Muonekane na screen kwa sababu kidogo mkiwa mmesimama hapa hamtaonekana. Njoo muonekane tu hapa. Naona ni wengi. Na mjue hapa tumekuja mchango. Haya, hapa tumekuja mchango. Kwa hivyo mjue, kwa sababu nitakupea useme jina, hakuna maneno mingi, ujue ni pesa tunataka hapa.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, my friend, the Governor of Kisii, Wakristo wote wa Kisii Diocese, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Mimi jina langu ni Bernard Masaka Shinali. Mimi ni mjumbe wa Ikolomani kutoka huko Kakamega. Na mimi kutoka Diocese ya Kakamega, Bishop wangu anaitwa Joseph Sakwe Obanyi. Na ni mtoto wa hapa. So it will be very unfair nifike hapa na nisifikisha salamu yake. Tarudisha ujumbe, nimeona vile parishes mumefanya, pia Kakamega nitawaambia. Mimi nasimama na rais, tunasupport program zake, tunataka sisi zote tuungane, Kenya hii ni yetu, sisi wote, tufanye kazi, tusupport rais ndio Kenya iende mbele. Asanteni na Mungu ambariki. Jina mheshimiwa. Masaa hatuna. Ya Mheshimiwa Rais and all protocol observe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sakimba Parashina, mjumbe wa Kajiado South, na nimekuja na delegation ambayo imeletwa na Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Naibu wa Rais. Na kwa hivyo tumefurahia, na kwa sababu tumetoka jamii ya Wamasai kule na tumekuja kwa jamii ya Wakisii, mimi nimekuja kujipatia kuangalia kwa macho, na nimeona mnampenda Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto. Mimi moja tu, Your Excellency, ni mzuri kwa sababu wa Kenya wajue uchumi ya Kenya imeanza kuinuka, na imeinuka kiasi kizuri. Ukienda katika mambo ya World Bank na recognition, Kenya has been recognized as the most improved economy for the last 1 year. Na kwa hivyo Mheshimiwa Rais tunasema kuambia pongezi. Na juzi nimetoka nchi ya South Africa. Sitachukua muda, lakini nimesikia imeongelewa. Mambo ukienda kuangalia mafuta huko, 1 liter is 220. Ukienda kwa mambo ya maji ipatikane kwa wale wanaosafiri. Maji kupatikana huko imekuwa shida. Hiyo mafuta ndio inakuwa hivyo. Na kwa hivyo nataka kuambia hapa kwetu hii mambo tumekuwa tukipitia ni jambo ambayo imepitika katika ulimwengu mzima. Rais wetu tunakushukuru, pamoja na Rigiji mnafanya kazi mzuri, na kama jamii wa Masai tumefurahia nimekuja kuwakilisha, na naomba jamii ya Wakisii mumsupport Mheshimiwa Rais kwa miaka ambayo inayokuja. Ni wangapi wanasema Rais karibu Kisii? Sasa kwa sababu wabunge saa zingine nyinyi mnakuwa wagumu, unaambiwa useme jina, unatoa speech. Huyu anaitwa Mheshimiwa Gakuya Bazenga kutoka Embakasi kule Nairobi. Sitampatia ruhusa azungumze. Huyu anaitwa Marwa Kitayama kutoka Kuria East. Sitasema jina yake. Huyu sitampatia azungumze. Huyu anaitwa Mheshimiwa Mark Nyamita kutoka Uriri hapa kwetu Nyanza hapa chini. Asante sana mheshimiwa. Mnasema tu dakika moja tu. Wacha niseme moja tu, alafu namaliza dakika 10 hapa. Na sisi tunataka pesa. Haya. Your Excellency, pia kuna viongozi pia wawili walibaki. Utaniruhusu pia waje wasalimiane. Naibu gavana wa Kisii na naibu gavana wa Nyamira. Waje pia hapa, 1 word. Ndio huyu, njoo hapa mheshimiwa naibu gavana. Kwa sababu ya muda. Ule wa Nyamira yuko wapi? Haya. Kwa sababu ya mvua pia. 1 word. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Cabinet Minister Machogu, members of the National Assembly, leaders present, hamjambo. Bwana asifiwe. Your Excellency, tunafurahi umerudi tena Kisii. Wakati ulipokuwa huko nyumbani kwa Machogu homecoming, I told you ya kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Na nataka nirudie hiyo. Wanenaji wote katika kikao hiki
wamesema ya kwamba wewe utaongoza katika miaka 10 yote ikamilike. Na nilikuambia Your Excellency, hata wale wengine tuko kwa mlengo mwingine, tunaangalia mienendo yako na vile unafanya kazi. Nikauliza watu, tubadilishe ama tusibadilishe? Tubadilike tuje kwa William Ruto, tuendelee na kazi wakati ukifika. Saa hii niko kwa huo mlengo, lakini wakati ukiwadia narudi kwa kazi yako, tuendeshe Kenya hii. Kenya ni yetu, tukamilishe maendeleo, tuchenge Kisii yetu. My governor, nataka nikuulize, wakati ule nilisema tubadilishe, na leo pia nakuuliza, sisemi kwa ubaya, nasema ukiangalia vile nchi inaelekea huko. Kwa hivyo nikikuomba kama mdogo wako, msaidizi wako, na kuomba tuchenge Kenya pamoja na rais ambaye tuko naye hapa. Mungu awabariki. Rais, rudi Kenya, rudi Kisii tena. Asanteni sana. Haya. God is good and all the time. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Governor for Kisii and the Governor for Nyamira, Excellency Arati and Excellency Amos Nyaribo, His Lordship, the Bishop of Kisii Diocese. Mine will be very one word, basically, Mr. President. I want to say this. We are saying the cost of living is going high. Truly, it's going high. But I'm also admiring you for the way you want to tackle corruption in this country. In actual facts, if we clear corruption, there will be no cost of living in this country. And I want to congratulate you, Mr. President, for emphasizing on corruption. Let us have it as a national conversation and a county conversation. And we'll finish that issue there and then. Thank you very much. Watu wa Nyamira muko? Maete inue aba deputy governor karamoko ane mekutana mutairiri baga. Magote banga anse irwe. Rero na abaire. Na igura mangana osimu akwanire na igura omweshimiwa monda buna kwa akwanire. Ayu amotu lakini tate mwanya niwe mwachore twamo mubwataine ga. Yana mwana mubwatana mo muigwana netali gasa toichire gasa abantu abange. Gose bana bame doage. Ekiagere mo abwataine mogena mo tebye kera mwachira ari muikaranse mumago chamo. Onye mutaete kogenda kero muntu kivia ke naenda amua. Kero muntu lakini ga ora tenga yana agotebiriga ya. Gose bana bame doage. Egi akabere. No nekene. Egi akabere. Your Excellency utaniruhusu kidogo tu nizungumze kwa Kisii. Egi akabere. Mheshimiwa Zairi nabarayi mwenzi mwakwanire. Zairi nko igore kegusi yake tiango tebe. Aiga ekero kukwana mutua abantu bayikaranzide. Nambe yemo karate ya bante kene ngimechando nire Kenya kwanza utarakwane bintu yakabere. Torugo kwana wateba ora kage ngae tomenye tikenye. Tuensi tomete no ni chengo tarana no mugambi oyo ni menyate Kenya ni dochira kikenye ere. Bono kwamerere n'abantu aba epikipiki bakolina egari bakolina amafutamba maite nare igoro. Bone kera tukaraze tana mbe yemo tukarate yo mugambiga nare igoro. Lakini buna gwacha agetari okagendanse. Genderera ngo mono genderera mono. Kyakonya kometenge binte bire bia. Njoma ete mechando mbwate. Emechano kuchina tuara no gukwana kerekieke ekene. Tigango tebi. Kara tebi abantu oma ete mechando onde bwensi okutokange no murai. Twanje ko motenge bintu mbo bebire. Owanje ko nyokomotogi. Bosai kwa motogi kweba ngaya abantu nabarabumbaro. Abantu baba gutumya chipiki kubatebiga. Bayinyuriga eno nyigwetayo mu indi yo no ntegerere kyagera bona kwa beno mugusi ose itoga. Kosema na bami togake. Ere byago sere bobe. Ogwanchira nanga na ale igoro. Omako motebi muna kwabe gate chisiringi sano. Echine chinke.
naende ligienjera naende chigendense bakachira nego chisa liagero boke maboko yana kochimoto mwanchira ndira mangana iyo egiakabera wana wa minto rero mokutano yototene ina twachire gaso muchango oyo nero mogusi ekero twachire ga togokwana mangana twarore murai bwense no mokonyi oye tiga twasabe ebinto seito ganto bwata mangana ito togokora ntogenda ari gokwana mangana itekero twakorira bagende bachire kibage ndio sabire para ndo mutachiranse epare yego konya agusi toriko jogotenga ya kibage ni ngagwa kamnyarebe ngago chiokwana gento gete eyinsiasa ya go chiesa ekero twachirega etotageta magende racho go chikokonyo umbogusi ose itoga obuna bwo bwanchani totagete se itoga taliyo kunya gwetana twanya kominana twanya goteba bakekero mugambi achire buna achira twanya kominana bone kero twamotebirie kene na beta keire boigo. Bwana Your Excellency, sikuwa nazungumza maneno mingi, nilikuwa nasema Yesu ni Bwana, shetani ni kumbavu. Lakini nizungumze neno moja kwa lugha ya Kiswahili. Abagusi oye! Wacha nizungumze neno moja kwa lugha ya Kiswahili. Your Excellency, kwa maneno yetu ya siasa, sisi saa hii mahali tumefika, sisi mahali jamii ya Mkisii imefika, ile kitu tunahitaji ni kushikana pamoja. Tumejaribu kuketi pamoja na viongozi wote, hata tukizungumza hapa yale yote waheshimiwa wote wamezungumza juu ya barabara. Hiyo ni manifesto yetu ya kwamba barabara zijengwe kila mahali. Lakini Your Excellency, kuna barabara kidogo pia ya national ambayo tuliweka budget juzi, ulituongelesha tukaweka budget kwa supplementary, utatangaza hapa ile barabara main highway ya Suneka, hiyo barabara yote uko daraja 2, uwezi pita, wa mama wetu wanasumbuka sana wakifanya market hapo. Tuweze kusupport hiyo vile ulisema, tukaweka pesa kwa budget. Tafadhali Your Excellency, unaweza tusaidia, tusukume kabisa ndio contractor aweze kurudi site. Ya mwisho kabisa Your Excellency, vijana wako wengi sana ambao ulisaidia kupea kazi ya kina Migosi, na kuna wengine pia wanaendelea kutusupport hapa. Ndio huyu Migosi ambaye ni chairman wa Kengen, na aye kerore chairman ya Kengen, na yo tenerete stima kwa manyana kia bantu kwa bega mondo gocha seino maite moko nyakoba yigo kwa egwe gazi bono ga abara ibanda bago chokwana ngo sababare stima aye na aye chairman una mwabe te budget yenene ayiga seino mboge tutu bantu mba kwa ma stima kore chairman ya mangana ye stima kusema na bamito baki. So Your Excellency, tunakushukuru sana kwa kuja hapa. Tuendelee pia kushikana pamoja viongozi wote, na najua hata tuko na vyama tofauti, lakini sisi tukikuona hatuna maneno ya chama, tunaketi na wewe kama rais wetu, tunakaribisha viongozi wote ndio tuketi tusukume gurudumu hii ya maendeleo. Ya mwisho Your Excellency kabisa, ya mwisho, Alpha alizungumza maneno ya airport. Wakisii ni very enterprising, very enterprising. Tafadhali Your Excellency, airport ni kitu meja sana kwetu. Tunaweza shukuru sana tukipata airport in one area hapa kwetu Kisii, ndio tuweze kusafiri na kutembea everywhere. Naye kibagende ne bana gotogigo naye kwata chance toko kwana mono umugambi naenda ichikwe minja asuri kwa na ngora egere tuigwana ne tuense tokore gasiamo. Your Excellency, nilikuwa nashukuru Kibagende kwa kutaja barabara ambazo amesema mzuri sana, na nikasema hiyo ndio mzuri. Naonye naye governor one lirio gutacha kwata change gete ngora igo tora kama onye togo chigokora kende tiga tora kama bono igo mugambi oyu karansinene ne bwato boke twara ata change gete iga moiso ne narango akaribisho mugeni ori onde mbuya gwakora twageti mugambi monene na bonta ire togendera igo tora kama togo ika kuchimotwari aye no genda ali aso chiboko ngumboyo, lakini kara kama bunu karanstabu ikaransa igo twatacha ngora ngora. Your Excellency, nilikuwa naambia governor aombe barabara pia nyingine ambayo ilikuwa imebaki huko. Asante sana. Na pia asante sana Your Excellency kwa kutupatia pesa hapa Kisii County. Vizuri kabisa, zilifika 13 billion na governor atatueleza maneno mengine as we proceed. God bless you. Thank you very much. Nyasaye oyo. Aba saye bonse bali mwakore tomo yigo yo baire biyambi yamono bishop mbu yamono Nyasaye oyo osoro na kwaka. Asante sana. Your Excellency, tunakaribia kumarisha. Kama sichawaita magavana wetu, ningetaka Your Excellency
kuna wafanyikazi wa serikali yako, kwanza madirekta katika parastatus ambayo umetupatia hadi sasa wako 63. Wale madirekta wako wapi? Wasimame haraka tafadhali. Bari muko musimame. Abantu baminto bakire chinkobi abaneki director cheito. Abaneki director cheito president yetu ya chorire. Tuko na chairman ambaye wanafanya kazi. Mzee Ungwae yuko hapa. Ungwae dakika moja peke yake. Msalimie dakika moja peke yake. Dakika moja peke yake. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, the Right Reverend Bishop Okemwa, all protocols observed. Your Excellency, first I want to sincerely thank you for coming here to Kisii. Asante sana kwa kuja hapa Kisii. Ya pili, Your Excellency, I sincerely want to thank you for the job that you have given all of us, including myself from this area. Where you are here, this is Bogetutu. It is the largest clan in Kisii, and I also come from Bogetutu. Your Excellency, the third thing I want to tell you is that the Right Reverend Bishop Mairura here, he said he's your friend, but I want to tell you that if you have a friend from Kisii, it is Bishop Mairura. And I'm telling you that because I used to be a governor here. This man, Your Excellency, loves you, and he has very nice thoughts about you. Finally, Your Excellency, sisi kama community ya Kisii, tuko na leaders wetu hapa na vitu wameuliza. Tunakuomba utusaidie kama Kisii, tukiendelea mbele. Thank you very much, Your Excellency, na karibu Kisii tena. Asante sana. Abantu ba mintonyoro kingonoko bakoiga. Ngantoko geto monenara. Mbiamono sana. Thank you very much. Your Excellency, ukinuruhusu wa Kisii wajue kwamba serikali yako natupenda, uliwateua maparosi 7 na wengine wako hapa. Uliteua mtoto wetu Chochi Morara Urina, Stera Mokaya iko hapa, Moni Manyange, ambassador yuko hapa, Chakrin Kenani, Javes Monari, ambassador Maikaba, ambassador Ndemo. Jameni yo manena takorabuya. Fire tunatambua PS wetu Raymond Omoro yuko hapa, simamo fanya hivi. Tunamtambua watoto wetu advisor ambaye Professor yuko hapa, ni advisor katika ofisi ya Rais. Mtoto wetu SG Solicitor General kujo onekane anasaidia Rais katika ofisi ya Attorney General, na tunashirikiana, tunafanya kazi pamoja. Dakika moja peke yake kujua. Your Excellency, our President, our Deputy President, our Lord Bishop, Nabageresubonsi mbuyamole naende, tumsifu Yesu Kristo, yambatebye gentekemo, mogo kero maneno itobuense, naldi naenda aracha irane buya kabere, tuaiwana nire. Your Excellency, tunakushukuru na karibu sana hapa nyumbani. Asanteni sana. Ikiwa gavana nakuja tena, gavana wa Kisii endelee kuja. Fire Your Excellency, tunatambua wale watoto wetu ambaye umepatia kazi kama Chief Executive Officers, Jacqueline Mumanyi, Lake Victoria South, yuko hapa pamoja na chairman wake Awidi. Tunashukuru kwa ile ambayo ulitufanyia. Nora Ratemo ambayo ulipatia kazi ya Chief Executive Officer, fire tunashukuru sana. Professor Machuki wetu yuko hapa na wengine wengi ambaye wako hapa, chairman Otachi yuko hapa na machairman wote wako hapa. Huyu ni kijana kutoka hapa anaitwa Kefina Ruasa.
tunakutambua. Asante kwa kufika Kevin. Sasa gavana wetu wa Kisii, lakini kama hajafika nafikiri fika Arabu mwarike gavana wa Nyamira. Karibu gavana. Tumsifu Yesu Kristu na milele amina. Your Excellency the President, the Deputy President, Your Lordship and the clergy, nataka nichukue nafasi hii kwanza kabla sijaongea nimuite gavana mwenzangu kutoka Nyamira atusalimie dakika moja. Gavana Nyamira. Mtukufu Rais, Deputy President, our Bishop and the Priests, Wakatoliki na wageni ya mjambo. Watu wa Nyamira iko? Muko sijasikia sauti muko? Leo nimekuja hapa kwa sababu hii diocese covers Kisii County and Nyamira County. Lazima ningesindikisha Wakristo wa Katoliki wangu to this function. Namba 2, vile rais ulikuwa unakuja, lazima ningekuja. Ndio nikupatie support. Napigia asante rais, iko kazi nyingi unatufanyia. Ninaomba Osoro nango tebiora atika. Ninaomba na kupigia asante kwa yale mazuri umetufanyia Nyamira na ile ambao iko njiani. Naomba nikuone Jumatatu baada ya meeting tuongee mambo ya Nyamira. Asante kwa kukubali. Napigia Bishop Mairura na Priests kwa ile kazi mzuri wanafanya huko Nyamira kwa mashule, mahospitali na mambo mengine. Kwa hivyo kukuja kwangu hapa, nafikiri mambo yetu ni mingi, tutaongea huko Nairobi Jumatatu. Asanteni sana na muende salama. Aya. Asante. Mheshimiwa Rais, nataka nichukue nafasi hii kwanza kukaribisha Kisii ajisikie nyumbani, na ukweli ni kwamba wewe unatupenda, na hiyo tunashukuru sana, kwa sababu kwa muda wa mwaka moja najua kwamba umekuja hapa siku nyingi, na tunashukuru kwamba zile safari umefika hapa Kisii matunda wacha yaonekane. Mheshimiwa Rais, nikiendelea wale vijana mnafuraha pale, mnyamaze tafadhali. Kule. Asante. Mheshimiwa Rais, nataka niseme mambo matatu peke yake. Mimi kama gavana wa Kisii, hawa ndugu zangu wote, wakubwa kwa wadogo, nataka tufanye kazi mpaka kipindi chetu
kwa sababu sisi tumechaguliwa kwa miaka 5 kabla hujauliza mingine 10. Watu wakubali tumefanya kazi. Wewe kama serikali kuu na sisi kama serikali ya ugatuzi tufanye kazi kwa uwiano vile katiba inavyosema. Nataka nishukuru huyu ndugu yangu mdogo Osoro, ameongea vizuri sana hapa. Ni vile huko unasikia Kisii. Leo umeongea vizuri. Unajua na kuanga mchokozi kidogo, lakini ni kijana mzuri. Nataka niseme haya. Bwana Rais, umesikia kelele nyingi sana hapa Kisii. Na kelele hiyo imekuwa, Simba hajafanya kazi, hakuna barabara, hakuna mijengo. Mheshimiwa Rais, nataka nikueleze leo, nilipoingia ofisini, nilipata classrooms za ECD ambazo zilikuwa zimejengwa ni 81 kwa miaka 10. Mwaka mmoja ambao nimekaa ofisini, Mheshimiwa Rais, nimefanya madarasa 128. 128 classrooms. Mheshimiwa Rais, barabara tunatengeneza hapa ni za mchanga. Katika mwaka mmoja nimetengeneza kilomita 200. Shida imekuwa, na hii lazima niiseme, shida imekuwa kwamba kuna watu walikuwa wanaamini project za hewa. Watu wanasema kuna barabara inaitwa Simba Ruto Road ama Ruto Simba Road. Ukienda kuitafuta Kenya hii hakuna. Mheshimiwa, kuna barabara mimi siwezi jenga, na nimesema kuna barabara siwezi jenga na kuna classroom siwezi jenga. Barabara ambazo zinajengwa kwa matumbo ya watu siwezi jenga liwe liwali. Ile kelele iko ni watu wanataka niwatengenezee classroom kwa darasa kwa matumbo yao. Nashindwa, watoto watasomaje kwa tumbo za hao watu? Hawawezi soma. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, zile pesa ambazo wewe unahakisha kwamba tumepata, na nashukuru kwamba unatupea pesa kwa wakati, tunaendelea kufanya nazo kazi. Shida kubwa, Mheshimiwa Rais, nilipoingia ofisini nilipata pending bill ile unasema 1 trillion, mimi nilipata 1.6 billion. Nilipoweka task force ikasema hile naweza lipa ni 231 million. Imagine wanaume walikuwa wanatoroka na 1.4 billion. Walikuwa wamesupply hewa hapa. Na mimi kando na umaskini ambao nilizaliwa nayo, nimesema afadhali nife mbele ya Mungu lakini tendee wananchi wangu kazi. Kwa hivyo Mheshimiwa, utasikia vitina nyingi, tunataka kwenda kuona rais apange mambo ya impeachment. Ya Arati ifanywe. Naambia wale ambao mnapanga hii, relax. Miaka 5 lazima tutamaliza na tutafanyia wananchi kazi kiroho safi. Mheshimiwa, mimi I'll support your agenda because we are cooperating, the county government and the national government. In 5 years tutapewa mtihani moja na tutafanya. Kwa hivyo naomba kwamba sisi tuendelee na kazi. Nashukuru kwamba ulirudisha askari wangu. Unajua nilikuwa nimenyang'anywa wote. Sasa niko nao na uliponiongelesha nashukuru kwamba wamerudi. Sasa tunaendelea kufanya kazi. Tuhakikishe kwamba wananchi. Kitu ya pili na ya mwisho, Mheshimiwa Rais, Cancer Center. Nashukuru kwamba nilipokuja kule State House uliniambia Simba watu wa Badea hawa utasukumana na wao. Mwisho wewe umeongea na watu wa Badea na Saudi government, wametupea the 2.1 billion for our cancer center hapa Kisii. Najua leo nilikuwa natarajia kwamba ungekuja mapema, tungeenda kuweka jiwe la msingi. Lakini tulipokuwa tunaongea na waziri hapa aliniambia karibu tarehe 9 utakuja.
kuja tujengee wananchi. Na Bishop ulikuwa umesema mambo ya kansa, haya lazima tuyashughulikia hapa. La kusikitisha sana, mama mmoja kutoka mpaka wa Nyamira na Kisii alikuwa analima shambani. Akilima, titi likaanguka. Kwa sababu kansa ilikuwa imefika stage 4. Huyu mama akaletwa KTRH akalala. Mheshimiwa Rais, hii KTRH nilipoingia nilipata wanakusanya milioni 47. Nikafukuza yule ambaye alikuwa amesimamia pale. Leo hii wanakusanya 180 million from 47. This is what we want to do to our people. Mheshimiwa Rais, hawa wangwana, kuna wangwana hapa wa bodaboda. Umesikia fujo nyingi sana juu ya bodaboda. Nataka niseme bila kusita. Nilikuja State House, Mheshimiwa Rais, nikakwambia natengeneza kikundi cha wana bodaboda. Ukaniuliza, Simba, unataka pesa ngapi? Nikupea milioni 1. Nikakwambia hapana, wewe ni rais, tafadhali ongezea mimi kitu. You gave me 2 million. Nikaongezea 3 million. Hawa wangwana wakusanya 2 million. Ziko kwa benki. Kwa sababu tulipoweka kwa bank, vita ilianza mara moja. Mgawanyiko mkubwa. Wewe uliniambia watu wa bodaboda ni watu wako. Na mimi nilisimama kuhakikisha kwamba hawa watu tumewasaidia. Hakuna kitengo cha maana kabisa ambazo tutajenga kama hawa wana bodaboda na wakina mama mboga. Naomba tafadhali, vitengo vya usalama tuhakikishe kwamba tusigawanyishe wananchi wetu. Vitengo vya usalama hapa Kisii, mimi naomba, askari wanafanya kazi nzuri, wamekamata wale ambao wanaua watu na wanafanya kazi nzuri, lakini naomba Mheshimiwa Rais, you give instructions, let police be impartial on how they are executing their duties. Mwisho nataka niseme hili, na hili ndio la mwisho. Abantu aminto tigankuwa neke gusieke mo wanje maeteta wote baigeke gusi kalise giaste sa sesegi ekerengo giese sa sesegi ega singo koratole mpaka Nyasaye anyale gotoseseni. With those many remarks, Your Excellency, allow me to welcome the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Riggy G. Mheshimiwa Riggy G. Tulikuwa na yeye bunge, lakini Mungu akabariki yeye. Sasa he is the Deputy President. Unajua ya Mungu ni mengi. Mheshimiwa, karibu. Asante. Karibu, tunamkaribisha Deputy President wa Republic of Kenya na makofi. Tumkaribisha na nduru. Thank you. Baba wetu Askofu, Right Reverend Mairura, Reverend Fathers, kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, magavana wetu, waheshimiwa wabunge wa Kristo hapa Kisii, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Abantu baminto Beamuri na indi. Asanteni sana. Baba wetu Askofu, tumeshukuru sana. Tunataka kuomba msamaha. Tulichelewa na rais, tungefika katika misa, lakini hali ya anga ikakuwa imetutatiza Nairobi, ikabidi tungoje kidogo ndio tuweze kufika hapa. Lakini tumeshukuru sana kwa kufika hapa katika hii misa na baadaye kushiriki katika
kuchanga pesa ya kusaidia kanisa letu la Catholic. Mheshimiwa Rais, mimi hufurahi sana nikifika hapa Kisii, kwa sababu nikifika hapa mimi najisikia niko nyumbani, kwa sababu hawa watu wa Kisii na watu wa pale kwetu kwa Mlima Kenya tunafanana kwa bidii. Sisi ni watu ya biashara, na nyinyi siku hizi mumetushinda biashara. Biashara ya matatu Nairobi mumetufukuza na tumekubali. Matatu yote na basi yote ya Nakuru ni yenu na tumekubali. Mambo ya kujenga manyumba Nairobi mumejenga kila pahali. Pale Rongai ni mumejaa hapo. Pale Nkoroi mumejaa pale. Pale Nakuru 58 mumejaa pale. Pale Ngata mumejaa pale. Nyinyi ni watu ya bidii. Na ndio mimi naomba hii mradi wa rais, nyinyi watu ya Bagusi community muichukue mkimbie nayo, kwa sababu nyinyi ni watu ya kujenga, si watu ya kubomoa. Na kwa hivyo tunaomba viongozi wetu wote katika Nyamira na Kisii, this affordable housing program is good for the Bagusi people because hawa ni watu ya kujenga. Muunge hiyo muradi mkono, ndio hao wachukue macontract, waweke mafundi, wanunue manyumba, muendelee kuwa kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Sisi tumefika hapa kwa sababu Baba Askofu ametualika na tumekuja kusaidiana na nyinyi. Na mimi nimefurahi sana vile mumeongea hapa leo. Bwana Governor umeongea mzuri. Kibagedi umeongea mzuri. Yangu tu ni kuomba vile mnaongea rais akiwa hapa, hata akitoka muendelee kusungumuza the same way. Let's be consistent. Kama tumemtabua rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Ruto vile mmesema hapa, hata siku baba anakuja murudie ya kwamba William Ruto ndio rais wa Jamhuri ya Kenya, so that we are consistent, because it's good to be consistent. Mimi huyu senator wenu ni rafiki yangu sana, Onyonka, na babake alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa na yeye bunge na tulikuwa tunaenda na yeye debate pale kwa KTN asubuhi. Tunanyoroshana kwa Kiingereza. Saa ingine ananinyorosha, saa ingine kama nimeamuka vizuri ninamnyorosha. Na baada ya sisi kufanya debate na yeye pale, tukienda break, ananiambia ati watashinda sisi. Mimi nikapigia hesabu ya Kenya, nikamwambia tutashinda. Akaniambia hatuwezi shinda. Wale wako na system, wako na deep state, wako na Matiang'i, wako na Kibicho, hakuna vile tunaweza shinda. Mimi nikamwambia nimetembea hii Kenya na ile lugha mimi nasikia kwa raia ya kawaida. Huyu William Ruto, huyu mtoto ya kuchunga kuku, hii kijana ya Sugoi atapita na hii kitu. Sasa Bwana Onyonka, mimi nataka nikuambie leo, hata hii inakuja, hii itakuwa namna hiyo, na utaniamini kwa sababu nilikuambia. Sasa nyinyi watu ya Bagusi, tafadhali, nyinyi ni watu ya kujenga. Serikali ndio yenye kujenga. Mwenye Kenya, mwenye kupanga kila kitu ako hapa, amekuja kutembelea nyinyi. Sasa nyinyi mpige hesabu, mjipange na huyu muungwana huyu, mjipange hapo nyuma. Hatutaki muende msituni tena. Unajua hata ile mzee huyu kijana Kibagedi, nimefurahi sana vile ameongea. Unajua rais akiwa deputy president nilikuwa namuona hapo ofisi yake. Siku alianguka kura 2017, rais alimpatia kazi. Amesimama hapa, ameongea vizuri mbele ya askofu na mbele ya hao reverend fathers. Amesema huyu rais ni baba yake kisiasa, ndio amemlea. Mheshimiwa Kibagedi, kwa sababu mimi ni mzee kidogo, wacha nikushauri kidogo. Once mtu amekuwa baba yako na umekubali kanisani alikulea,
pahali huyu babako anatusiwa, usikue hapo. Nimwambie ukweli ama nisimwambie? Si ni kijana mdogo? Kama kuna wengine watamtusi huyu rais, it cannot be you. Kwa sababu miaka 5 alikulea, alikupatia chakula na watoto wako, alikupatia kazi. Hata kama hupendi, hata kama hutaki, at least akitusiwa isitoke kwa mdomo yako, kwa sababu unaweza kulana. Ama si nimemwambia vizuri? Kwa sababu amesimama hapa mbele ya kanisa amesema this is my father. Huyu ndio amenifundisha, ndio amenilea. Unawezaje kwa hiyo mdomo imekubali ni babako itoke maneno ya kumtusi au kumkera ambaye alikutunza, alikulea? Mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Mimi nataka kusema watu ya hapa Kisii, watu ya pale Mlimani, tunapenda nyinyi. Mzee wenu Nyachai tulimpatia bibi kutoka pahali inaitwa Kiawariki, akamtengenezea mali, amekuja kupumzika akiwa na mali mingi sana. Hata nyinyi mkuje huko Kikuyuni mchukue watu wakuja wasaidie nyinyi kutafuta mali. Mtakuja kuchukua wasichana wetu? Mtakuja? Hata kama mmetufukuza kwa biashara ya matatu ni sawa. Manyumba yote mmechukua. Sasa hii ya Rais William Ruto ya affordable housing, Simba Arati, kubalieni hii wa Kisii wajenge hii manyumba, kwa sababu hao ndio wenye kujenga katika hii Kenya. Hao wa Kisii hawabomoi. Finally, Simba Arati rafiki yangu, nilikuambia ulikuwa unalia mambo ya askari, nikakwambia tukuwa na maneno. Hata si rais alitoa askari yako, mimi ndio nilikuwa nimetoa. Unajua ni kwa nini? Ilikuwa ni mambo kidogo. Askari kazi yake ni kusimamisha maandamano. Sasa wewe ukichukua askari upeleke kwa maandamano, si wataumizana? Sasa tukasema vile maandamano yanaendelea na nyinyi mnapeleka askari kwa maandamano, wataumizana na askari wenzao. Sasa tukasema wale wa watu ya maandamano wapumzike kidogo, maandamano iishe. Saa ile maandamano imeisha, tumekurudishia askari. Si hiyo maneno ni rahisi? Lakini mkirudi tena kwa barabara na askari yetu, tutawatoa. Kwa sababu askari hawezi kubaliwa kuumizana na askari mwenzake. Kama hao wako sasa wangeumizwa na hawa ya GSU, na hatutaki waumie. Kwa hivyo mlipowachana na maneno ya maandamano, sasa mnachukua askari walinde nyinyi muende kwa kazi. Na mimi ninajua hamwezi rudisha watu kwa maandamano. Na tena wa Kisii si watu ya kwenda kwa barabara, si watu ya kuharibu, ni watu ya kujenga. Siko namna hiyo. Arati yaendelea siendelee? Tumpatie askari tusimpatie? Awapeleke kwa maandamano wasiwapeleke? Basi gavana, mambo ni rahisi. Ilikuwa ni kama maneno kidogo tu na nilikuambia utulie. Ulikuwa unanikemea unasema nini, nikakwambia ni kidogo tu. Nikakwambia if you have good behavior, we'll give you askaris. You are behaving well, you have your askaris. Mnaendelea? Si inakuwa namna hiyo? Kwa hivyo mimi nimeshukuru, tumekuja kujenga kanisa. Ningetaka kuuliza nyinyi, mkikubali tusimame munisaidie tumukaribishe Rais wa Kenya William Samoei Ruto. Mbuyale wasitali buya. Oyano mosani one wasitali mosani one. Naligati nere na changanyora nere no mosani one. Bono babere gomba bwate teiga. Babwate teiga mbakwanyegeria. Kubarangeli bacha. Abaisimi wa walene muyamwata be one. We prayed for unity, just be one. If you want me to pray for you, you come to me. I will pray for you. Ono takiti mumbwati siga. Ruto minto no muya gakie, Ruto minto no muya inchu unumorore. Iraneria gakie, Ruto minto no muya gakie.
obuya bwakire seito lero obuya bwakire seito lero injumorole. Asanteni. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Asanteni. Baba wetu Askofu Joseph Mairura, maaskofu ama makasisi wale wengine wote, ndugu viongozi wenzangu na watu wa Kisii na Nyamira, hamjambo. Abantu bami ntomo ya more. Mbuyamore naende. Nyasaye no muya. Kinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu mnisalimie hewani hivi nione jameni, watu wa Nyamira na Kisii, asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru askofu. Alikuja akanitembelea na akaniamurisha ya kwamba leo nikuje hapa. Nilikuwa na shughuli zingine nyingi, lakini wakati baba askofu amesema ikawa ni amri, na nikasema nitakuja hapa niungane pamoja na nyinyi. Nataka niwapongeze watu wa Kisii na Nyamira. Nirudie tena niseme asanteni sana kwa kura zenu. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kwa sababu tumemaliza uchaguzi, tuko na MCAs, tuko na wabunge, tuko na maseneta, tuko na magavana. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mimi na deputy wangu huyu tutafanya kazi na viongozi wenu wote ambao mmewachagua. Na hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja, na mimi nataka niwahakikishie sote tutaungana, tutafanya bidii. Na nimefurahi sana kufika hapa Kisii nikakuta viongozi wenu wanasema wamekubaliana wafanye kazi pamoja. Na wapongeza hawa viongozi kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu jameni. Tukiungana, tukishirikiana, na pia Biblia inatufundisha kwa Mathayo 5:9 neno la Mungu linasema heri wapatanishi, wale wanaleta watu pamoja, kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. So my friends, leaders from Kisii, you're coming together, you're working in unity is biblical, and I want the people of Kisii to live in harmony, to live together as we work for the people of Kenya and work for the people of Kisii. So mimi nimefurahi sana kufika hapa, na katika safari hii nimekuta Mungu amewaweka pamoja na mmekubali kushirikiana na kufanya kazi pamoja. Nataka niwashukuru vile vile kwa sababu ya mambo yale mengine yote ambayo tunafanya kwa pamoja. Mimi nimetembea hapa Kisii mara nyingi, na nataka niwahakikishie nitakuja tena na tena na tena na tena. Na nitakuja nikialikwa, hata nisipoalikwa nitakuja. Kwa sababu mnajua historia yangu ni kwamba babu zetu walitoka hapa Kisii. So ndio mnaona hata mkinipatia kura chache wananibariki na nashinda. Mnaona vile Mungu anafanya kazi. So mimi nataka tushirikiane pamoja na nyinyi. Watu wa Kisii, nimesikia vile viongozi wenu wamesema. Wote wamesema vile inafaa tushirikiane
hasa katika kutekeleza wajibu wetu wa kupanga mambo ya maendeleo ya Kisii na Kenya. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba mambo yale yalikuwa yanatupatia matatizo, yalikuwa mengi. Vile mumesikia gavana wenu amesema hapa ya kwamba wakati amechukua usukani amefanya mambo kukawa na makelele. Hiyo makelele yako hapa Kisii ni ile makelele unasikia hata inapigwa mahali ingine. Nyorosha mambo. Katika kunyorosha mambo iko kelele. Hivyo, so mambo hii lazima tuipange vizuri. Na mimi nataka niwaambie, niliwaeleza ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tutaanza kuyatatua. Ya kwanza, niliwaambia ya kwamba hii maneno ya CBC ambayo ilikuwa inatusumbua, wananchi hawakuwa wanajua watoto wataenda wapi, watasoma vipi na itaendelea namna gani. Mkanipatia shujaa anaitwa Ezekiel Machogu huyu. Nimefanya kazi na yeye. Leo mambo ya CBC tumeitatua kikamilifu. Watoto wetu watasoma kwa taratibu na kwa njia ambayo inafaa, na tumekubaliana na all the stakeholders. Ya pili, tulikuwa na changamoto kubwa ya kukosekana kwa walimu. Leo nikisimama mbele yenu, vile Simba Arati amesema ya kwamba amejenga madarasa ya ECD. Leo Kenya tumeajiri walimu 56,000 wapya in the last 1 year. Kazi ambayo haijafanyika kwa miaka nyingi. Na ni kwa sababu mimi najua ya kwamba ili tuwe na usawa katika taifa letu la Kenya, ili mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wawe sawa, ni pale tukiwapatia nafasi ya kusoma. Na ndio sababu mimi nataka niwahakikishie masomo ya watoto wetu itasonga mbele. Mulisikia nikisema juzi, tumeongeza budget ya masomo ya watoto wa Kenya, because education is the greatest equalizer. Tumeongeza budget ya masomo ya watoto wetu kwa bilioni 127. Watoto wetu wanaosoma university, tumeongeza bilioni 46 mpya kuhakikisha kwamba kila mtoto akienda university walikuwa na madeni makubwa. Sasa tuko na mpango maalum ambaye itahakikisha watoto wetu watasoma katika university, hawatakuwa na matatizo, na university zetu watakuwa na pesa ya kutosha ya kulipa walimu na kulipa zile services zingine, so that our education is above board. Jambo la pili, nimesema vile vile katika TVET, na nimesikia MCA wetu wa hapa ameongea juu ya TVET. TVET zetu zote pia tulikuwa na matatizo. Tumeongeza pesa bilioni 9 ya TVET zetu, na kati ya hiyo pesa ni kuajiri walimu wengine 2,000 watakaofundisha katika TVET zetu, so that we can make sure. Na nilisikia mjumbe wenu Bwana Kibagendi akisema mnataka tupange watoto wenu, tuwapange na masomo ya TVET vizuri, ndio waweze kupata nafasi ya ajira hapo mbele. Vile vile kuna kazi mliniambia ya kwamba mnataka tuzalishe chakula, si ndio? Mnajua mwaka uliopita wakati kama huu mambo ilikuwa tofauti. Wakati mimi nimekuwa rais, bei ya unga ilikuwa 240. Leo tumeteremsha iko hapo 130, 140. Lakini watu hawataki kusema kwa sababu wamepatwa na aibu. Lakini nitawaambia, niwapatie habari, bei ya unga imeteremka iko 140. Na unga haitoshi, lazima tupunguze zaidi. Na mimi nataka niwaambie, tumepiga story ya cost of living. Si namna hiyo? Si tumesema gharama ya maisha iko juu? Mimi nataka niwahakikishie kuna mambo 3 4 lazima tufanye ndio tuteremshe gharama ya maisha. Ya kwanza ni kusaidia wakulima wetu watuzalishie chakula. Mimi wakati nimechukua usukani, fertilizer ile mbolea ya wakulima ilikuwa shilingi 7,000. Mimi niliwaambia niko na uwezo kama rais kupanga vile fertilizer hiyo itashuka chini
sasa inauzwa shilingi 2,500. Na ndio wakulima wengi wameenda shambani, wametuzalishia chakula na chakula imeongezeka. Niliwaambia jambo la pili, mbali na kupunguza bei ya chakula kwa kusaidia wakulima, lazima vile vile tuongeze mapato kwa wananchi. Lazima tuwe na mbinu ya kuhakikisha ya kwamba kuna ajira, kwa sababu kama kuna ajira pia tutaweka pesa ya kutosha mfukoni na tutaweza kupunguza gharama ya maisha. Na ndio sababu mimi nimepanga na tumepitisha kama serikali, tuko na mipango matatu karibu 4 ya kuzalisha ajira Kenya. Kwa sababu tukizalisha ajira, tutahakikisha watu wengi wako na pesa, na wakiwa wana pesa mfukoni wataweza kushughulikia gharama ya maisha. Ya kwanza, tumeweka mpango ya housing. Na hapa Kisii mimi nitarudi hiyo Januari mmesema. Kwa sababu hapa tuko tayari na nyumba 3,000 ambazo tunakuja kuanza kujenga hapa Kisii. Pale Kisii town nishakubaliana na gavana wenu ya kwamba ile prison iko pale Kisii town tutaipeleka kule Nyantrago ndio tuweze kujenga housing pale Kisii town. Tuhakikishe ya kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana. Zile nyumba ambazo tunataka kujenga ni nyumba ambazo itapatia vijana wetu ajira. Nikiongea na nyinyi saa hizi, tunaendelea na kujenga nyumba karibu 45,000 na tayari tuko na vijana wanafanya kazi 120 Kenya ambao wanafanya kazi hiyo ya housing. Kwa sababu hawa vijana wakifanya kazi wataweka pesa kwa mfuko, wataweza kushughulikia mambo ya gharama ya maisha. Jambo la pili, hawa wabunge na wako hapa Kibagendi akiweko, walipitisha, nilipeleka sheria ya CDF bunge, wamepitisha sheria ya CDF. Sasa watakuwa na pesa ya kujenga ICT hub. Kila ward itakuwa na mahali ya ICT hub. Mahali vijana 200, 300, 500 wataenda, tutalete kompyuta kama serikali, tutahakikisha ya kwamba tunawafundisha na baadaye tutawapanga na ajira ya digital jobs. Wakati mumeona tuliweka katika manifesto yetu kwamba tutakuwa na digital super highway, ni kwa sababu tunajua na tunatambua ya kwamba ajira imetoka kwa ofisi imeenda kwa mtandao, na lazima tusonge mbele. That is how we are going to create additional jobs. Na ndio sababu hiyo mumeniona nikienda nchi tofauti. Saa hizi tuko na nafasi ya kuajiri vijana 200,000 on the digital space, na ndio sababu tunaweka infrastructure ya kuzalisha ajira hizo. Nimeenda Ujerumani, wamenipatia nafasi ya ajira. Nimeenda Canada, wamenipatia nafasi ya ajira. Nimekuwa Saudia, wamenipatia nafasi ya ajira. Na sehemu nyingi tumepata nafasi ya ajira. Lakini hiyo ajira lazima nitafute na lazima nipange hapa Kenya vile tutawapanga vijana ndio waweze washikane na hiyo ajira tumepanga. Watu wengi wamekuwa wakizungumza, huyu president ameenda kufanya nini pale? Huyu president ameenda kufanya nini pale? Mimi sitembei kama mtalii. Mimi natembea kupanga mambo ya Kenya na kuunganisha Wakenya na nafasi ya ajira na nafasi ya investment katika dunia kote. Na hivi karibuni mtaona mambo ambayo nimepanga. Nikizungumza na nyinyi saa hizi, mbali na kupanga ajira ya mtandao, pia Wakenya wanajulikana kama wafanyikazi wa ajabu katika dunia mzima. Na ndio sababu watu wengi wanatamani kufanya na Wakenya katika kampuni zao. Ndio nimesema vile vile tunapanga mambo ya bilateral labor agreements na nchi tofauti tofauti. Kwa mfano, in the next 1.5 months tutakuwa na Wakenya 10,000 ambao watakaondoka Kenya waende kufanya kazi katika nchi za kigeni in the next 1.5 months. Na hiyo kazi itakuwa inaendelea mpaka tufikishe Wakenya 1,000,000 wanaofanya kazi nje ya Kenya,
ili watuletee madola, hii exchange rate iwache kutusumbua. Hiyo kazi lazima ifanywe na mpango. Wale mnafikiri naweza kufanga hiyo kazi yote nikiwa nimekaa pale Sugoi? Kazi yote itapangika? Ama nikiwa nimeketi pale Nairobi? Si lazima nitafute maneno. Mimi nataka niwaambie 2027. Tutakutana 2027 bila Arati amesema. Na kila mtu atajibu maswali. Na kila mtu ataonyesha kazi yake. Ama namna gani? Kwa hivyo tulizeni boli. Naona kuna watu wananipigia kelele, haijafanyika. Ngojeni, mambo iko chikoni. Acheni maneno mingi. Sijui kama tunaelewana. So ya tatu, lazima vile vile ili kupunguza gharama ya maisha. Tunapunguza gharama ya chakula, tunaongeza mapato ya wananchi, na vile vile tunapunguza expenditure ya serikali. Tunahakikisha ya kwamba tunapigana na ufisadi, ndio watu wasiibe pesa ya serikali, na vile vile kama kuna mahali ambapo pesa ya serikali inatumika kwa njia isiyo ya sawa sawa, ambayo haiwapatii wa Kenya value for money, lazima tuchunguze. Na mimi nataka niwahakikishie hivi, kwa sababu hiyo mpango yote lazima tufanye. Pia lazima tupange mambo ambayo yanafanya Wakenya wengi watumie pesa nyingi. Moja yao ni maneno ya health ama afya. Nyinyi mnajua watu wengi wanaenda hospitali, unalipishwa pesa. Umesikia askofu akisema ati mtu ameenda pale Mata Hospital, gharama imefika mambilioni. Ni kweli ama si kweli? Watu wengi wanaenda hospitali, wanauza magari, wanauza ploti yao, wanauza mali yao, wanauza ng'ombe yao kwa sababu ya kulipa gharama ya hospitali. Na ndio sababu hiyo nimeweka mpango ya kuhakikisha kwamba kuna universal health coverage. Mahali ambapo hakuna Mkenya tena atauza mali yake ili alipe bill ya hospitali. Na ndio tumeweka mpango ya universal health coverage. Na tumeanza hapa chini. Huyu Simba Arati atawaambia kuna community health promoters 2,800 Kisii. Na tumekubaliana, mimi nimetoa vifaa ambayo itasaidia hawa community health promoters kuwapima na kuhakikisha kwamba tunashughulikia magonjwa pale kijiji kabla hata hujaenda hospitali. Hawa community health promoters vile vile watalipwa nusu mshahara yao na county government, na mimi nitalipa nusu yake, na mimi naanza kulipa this month. Najua wale wengine wameanza kulipa. Na tunafanya hivyo, na nimepeleka sheria bunge, na mimi nataka niwashukuru hao wabunge. Hao wabunge ni watu wazuri sana. Wamepitisha sheria 4 kule bunge ya kuhakikisha kwamba number 1, tunatoa ufisadi kwa mambo ya afya. Number 2, tunahakikisha ya kwamba madawa itafika kwa kila hospitali. Na tumekubaliana ya kwamba hata wauguzi tuko na mpango ya sawasawa. Lakini unajua katika hii dunia, wewe Simba umesema kuna watu wanakusumbua. Wale wakunisumbua ni wengi kuliko wako. Wale ambao wamekuwa wakifaidika na ukora na wizi pale NHIF, walikuwa wanaenda kufanya fake claims. Hata kuna hospitali moja walikuwa wanatuambia wanafanya upasuaji ya watu wengi hata kuliko hospitali ya Kenyatta na hospitali ya Aga Khan combined, na ni hospitali iko kwa kijiji. Kwa sababu kazi yao ni kujaza form, tumepasua mtu fulani, tulipeni pesa 1,200, 1,300, 1,400. Hiyo tutafunga kwa sababu ya sheria hawa wangwana wamepitisha. Lakini hawa wakora ambao wamekuwa wakifaidika sasa wameenda kotini. Ndio unasikia hiyo sheria 4 tulipitisha ati wamepeleka kotini. Ati wanataka kutusimamisha ndio waendelee na kuiba. Mimi nataka niwaambie, mniangalie macho vizuri. Tafuteni mtu ya kutishana naye, sio mimi. Hakuna vile nitaruhusu watu ambao ni wakora waendelee kunyanyasa wananchi wa Kenya. Na ukisikia ile kelele inaendelea, wanasema ati unajua sasa president vile amefanya
gharama itaenda juu, sijui gharama. Katika hiyo sheria tumesema yule mtu ambaye analipa shilingi 500 kwa NHIF sahihi na mapato yake iko chini, sasa tunataka kupunguza ikuje shilingi 300. Tumesema kila Mkenya, kila mtu ataenda hospitali, atatibiwa, na hakuna Mkenya tena, hata kama wewe ni mgonjwa wa kansa, yule bishop alikuwa anasema, hata kama wewe ni mgonjwa wa saratani ama ugonjwa wowote, utaenda hospitali. Tuko na different categories, na tumesema hata yule Mkenya, mama mboga, yule mwingine ambaye hata hana uwezo ya kulipa hiyo shilingi 300, tumesema tutamlipia kama serikali ya Kenya. For the first time, every citizen will have a health insurance. Sasa niwaulize, hao watu wanasema ya kwamba tusipatie wale hawana insurance ati waendelee kukaa bila insurance. Ati tusipunguze kutoka 500 mpaka 300. Ati waendelee kuiba pesa ya NHIF. Mnataka ati nikubaliane na wao? Hiyo haiwezekani my friends. Hiyo watafute maneno mengine. That one I will not accept. Sijui kama tunaelewana. Wale ati wamepeleka kotini mambo ya kujenga manyumba. Sasa mimi nataka niwaulize, si mnataka hawa vijana tuwapatie ajira? Ama vijana wa Kisii wote wako na kazi? Vijana wa Kisii mko na kazi? Kila mtu wako na kazi? Si lazima tupange ajira? So yule mtu ambaye anaenda kotini ati wanataka kuzuia ati tusijenga manyumba, hawa vijana wapate ajira, ati tusifanye ile kazi yote ndio Kenya tubadilishe. Hawa ni watu ambao ni maadui wa taifa letu la Kenya, na mimi nataka niwahakikishie nyinyi mlimpatia uwezo hawa watu wote ambao wanataka kutuzuia. Mimi nitapambana na wao. Mimi nahitaji tu maombi yenu, kwa sababu si mnajua nilipatiwa panga pale, nilipatiwa sword kubwa hivi. Kwani mnafikiri hiyo sword ni ya kukata mboga? Si ni ya kufyeka wakora hawa? Ndawafyeka kabisa. Kenya itasonga mbele. Sijui kama tunaelewana watu wa Kisii. Tumekubaliana? Tuendelee ama tusiendelee? Sikizeni. Wacha mimi niwaambie. Hawa wangwana wamenipatia mawaidha mengi. Umesikia Kabagendi amenipatia mawaidha. Simba amenipatia mawaidha. Kina Osoro amenipatia mawaidha. Hata huyu senator wetu amenipatia mawaidha. Asanteni sana kwa mawaidha yenu. Lakini unajua mimi nilitafuta hii kazi nikijua nitafanya nini. I know what I'm going to do. So mawaidha yenu ni mzuri. Lakini mimi pia niko na mpango. Ama namna gani? Na unajua lazima tuambiane ukweli. Shida ya Kenya ni shida ya uongozi. Wananchi hawa hawana shida. Shida ni sisi. Tunakorokana hapa, tunataka kupigiwa makofi, nataka kupigiwa makofi. Hii makofi haiwezi kukusaidia. Makofi haiwezi kusaidia Kenya. Sijui kama tunaelewana. Hata nyinyi mmenipigia makofi, nashukuru sana. Hata askofu amenisifu, amesema nimeanza kuteremsha bei ya mafuta. Si ndio? Haya, mwingine hapa amesema umeteremsha kiasi kidogo, teremsha zaidi. Si namna hiyo? Lakini mimi nataka niwaambie, lazima niwaambie ukweli. Bei niliwaambia last month bei ya mafuta itakuja chini. Si ndio? Imekuja chini. Nawaambia tena mwezi ujao bei ya mafuta itakuja chini. Lakini msinipigie makofi kwa sababu hakuna kazi mimi nimefanya ndio bei ya mafuta ikateremka. I did nothing. Hakuna kazi nimefanya askofu. Umenisaidia tu kunipigia makofi bure. Hakuna kitu mimi nimefanya. Kwa sababu hii bei ya mafuta sio mimi napandisha na kuteremsha. Kuna watu wengine wako na oil huko ndio wanatuletea bei kila mwezi. So ile kitu tu mimi nawatangazia ni wale ambao wanatoa hii mafuta wamepunguza bei. So inazidi na kupungua. Kazi yangu, kuna kazi lazima mimi nifanye. Ya kupunguza gharama ya mbolea, hiyo ni yangu mimi nitafanya. Ya kupunguza hiyo ingine, kuna ile kazi rais anaweza kufanya, kuna ile kazi rais hawezi kufanya. Lazima tuambiane ukweli, tuache kuwadanganya wananchi. Ati rais anaweza kupunguza gharama ya mafuta, atapunguza na nini? How will he do it? Sasa nasikia wengine wananiambia
atitoa sasa hiyo, umefanya kazi mzuri, umepunguza, imefika 200, sasa fikisha 150. Sasa how am I going to do it? Lazima tuambie ukweli wananchi bwana, tuache kuwadanganyana. Kuna kazi rais anaweza kufanya, and that I will do na bidii, lakini kuna kazi nyingine lazima tuambie wananchi, hata kama imekuwa mzuri, mtu usiclaim credit where you have done nothing. Kama hakuna kitu umefanya, useme hujafanya kitu. Vile nimewaambia, hiyo mafuta imeteremka chini, hakuna kitu nimefanya. Msinipigie makofi kwa sababu makofi yenu haiwezi kusaidia. Sijui kama tunaelewana. Ile kazi mimi najua nitafanya. Mimi nitapanga hii kazi nyingine yote. Punguza gharama ya mbolea nitafanya. Kuajiri walimu zaidi nitapanga. Kupanga mambo ya housing ndio vijana wapate ajira nitapanga. Kupanga mambo ya digital jobs nimepanga tayari. Hawa wabunge wataanza ICT hapa. Wewe Kibagendi anza kujenga ICT hapa. Tumekupatia pesa, sasa anza kupanga. Kwa sababu nataka hawa vijana wajipange na ajira. Si namna hiyo? Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Na nitafanya na bidii. Lakini ile kazi mimi siwezi kufanya, nitawaambia pia hii si yangu ya kufanya. Unajua kuna ingine ya kufanywa na Mungu, kuna ingine inafanywa na binadamu. Kuna ingine inafanywa na askofu, kuna ingine inafanywa na mheshimiwa. So tukubali ile kazi tumepatiwa. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Lazima niwaambie ukweli. Kwa sababu shida ya Kenya ni uongozi. Uongozi ambao hatutaki kuambiana ukweli. Tunaambia watu tu na kiongozi si atimuti ya kufanya miujiza. There are no miracles. Kiongozi si malaika ati atafanya miujiza hapa. Yesu peke yake ndiye anaweza kufanya miujiza. Sisi wengine ni bidii tutafanya. Mnanielewa? So na sasa nyinyi mmenishangaza sana. Hey, nyinyi watu wa bidii bwana. Nimesikia ile pesa mmetoa. Hey, mpaka nikastuka. Mpaka nikaambia Rigiji, sasa tutafanya namna gani hapa? Haya, huyo Rigiji akaniambia, mimi nafikiri hawa watu wamemaliza hii kazi. Wacha sisi tuongee tu na kuondoka. Yaani nyinyi mmekusanya milioni 86. Mlikusanya kwa miaka ngapi? Hii mwaka moja hii? Hii mwaka moja peke yake? Ndio mmekusanya hiyo 86 million? Nyinyi watu wa bidii. Hii mwaka hii ambayo iko cost of living iko juu. Ndio mmefanya hiyo kazi yote? Mko na bidii kweli. Na waheshimu. Hii ni mwezi hii. Nyinyi watu wa bidii jameni. So Rigiji tutajikaza. Sababu mimi naona hawa watu ile kiwango wametuwekea iko juu sana. Unajua zamani nilikuwa nalaumiwa na wale wanapingana na mimi, walikuwa wananiambia ati huyu Ruto unajua anatembea kwa makanisa, anabeba pesa kwa gunia. Mimi naona hii yenu hata si ya gunia, hii ni ya lori. Hii yenu hii ni ya lori jameni. Sasa sijui watasema nini wale wakuongea watu ya Simba Arati. Sasa mtasema nini kwa hii watu? Mlikuwa mnasema mimi ni mtu ya kubeba kwa gunia. Sasa hawa watu wameleta na lori. Sasa malalamiko yenu itazidi. So anyway, sisi tumekubaliana namna hiyo jameni. Mnasema tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuambiane ukweli, ndio tusukume Kenya mbele na kila mtu afanye bidii. So ndugu zangu watu wa Kisii, mimi nawapenda sana. Na mahali Mungu amenifikisha na nyinyi mmenifikisha, lazima tukubaliane vile Kenya itasonga mbele. Tutafanya bidii kwa pamoja. Na mimi sitawaangusha, mimi nitafanya bidii mpaka hii Kenya itabadilika. Na I'm going to promise you, hii Kenya tutaibadilisha. I promise you. Hii Kenya hii, Mungu atatujalia tutaibadilisha Kenya. Hawa vijana tutapanga na hawa mpaka wapate ajira. Ile mambo ingine yote tutapanga vizuri, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Kenya ni nchi ya maana sana katika taifa letu. Mumeona juzi nimesema hakuna haja ya kuleta visa, kuweka visa ati kuja Kenya. Mimi nataka wageni, kwa sababu unajua watalii wanafika Kenya ni watalii milioni 2. Watalii wanaenda Uingereza ni watalii milioni 20.
Watalii wanaenda Saudia ni watalii milioni 30. Hapa tuko na dunia mzuri, lakini tumeweka vizuizi mingi. So nimesema hizi vizuizi tolewe. Nyinyi watu wa hapa ni watu wa mjengo. Sasa tunahitaji hoteli 1000. Hoteli. Nyinyi sasa mjipange. Si nyinyi ndio watu wa mjengo? Mtajenga hoteli? Na tunataka, kwa sababu hii wageni watakuja. Mimi nimezungusha maneno duniani. Watu wanatafuta barabara ya kwenda Kenya saa hii. Muliona hata juzi gazeti kubwa ya watalii inaitwa Lonely Planet wamesema Kenya ama Nairobi ndio city duniani mzima watu wanatarajia kutembelea. Na haikuji hivi hivi ati kwa sababu nimezunguka kwa kijiji. Nimezungusha mambo ya Kenya duniani. Hakuna forum sijaenda naambia natangazia watu Kenya ndio nchi ya maana sana. Mpaka wamekubali. Ndio wanataka kuja. Ama namna gani? Kwa hivyo tulizeni boli. Na mimi nataka niwashukuru sana. Na nawapenda jameni. Hata huyu kijana wenu, mjumbe wenu hapa, ni kweli nimemfundisha. Nimemfundisha vizuri. Alikuwa anafanya kazi kwa ofisi yangu. Hata mkiona kidogo anateleza ni katika ile kutembea. Unajua inasemekana, unajua kwa mila ya Wakalenjin inasemekana kuteleza ni kutembea. Kwa sababu mtu ameketi chini anaweza kuteleza. Ni ile mtu anatembea ndiye atateleza. So wacha ajipange hapo, lakini usipitishe sana. Saa zingine naona unasema maneno mingi na sikukufundisha hiyo. Hiyo sikukufundisha. Pengine umepata mwalimu mwingine hapa sijui ana. So lakini mimi nataka tushirikiane jameni. So watu wa Kisii, poleni tulichelewa kidogo kufika hapa Bishop. We really apologize kwa sababu hali ya anga ilifungana kule Nairobi. Tulikuwa na mkutano mahali fulani, tukafikiri tutachukuliwa hapo na ndege, ikabidi tena turudi kwa sababu hali ya anga haikuwa mzuri. Lakini tumefika, Mungu ametujalia. Tungependa sana kuwa hapa katika baraka ya ibada. Lakini sasa tuko na Bishop, uko na deni yetu ya ibada ya baraka. Utatupangia tena. Tukuje misa. Sindio? Sasa tutaendeleaje? How do we finish this story now? Mimi naona hii kazi mmemaliza. Kuna yenye imebaki? So imebaki hao wadosi. Kwa hivyo watu wa Kisii, mimi nataka niwaambie asante. Watu wa Nyamira, mimi nataka niwaambie asante. Asanteni sana, mimi nawapenda na watakia baraka ya Mungu. Merry Christmas, Happy New Year, kwa sababu najua hatutapatana hapa katikati. Mimi nawatakia baraka tele. Nyasaye abaseseni. Tuko na senator wetu wa kitambo, Mheshimiwa Mositet. Pia naomba aweze kusimama. Baadhi yao ni viongozi wengi, lakini kwa sababu ya masaa na heshima ya mkutano sitazidisha hapo. Wajumbe ni wengi wako hapa na pia nimeomba vile vile niwatambue. Naomba wajumbe wote wale wako hapa wasimame. NEMP waweze kusimama. Kwa sababu ya masaa hawataweza kuzungumza. So tuko na Mheshimiwa Jalash, mnajua ni jirani yetu. Your Excellency Jalash pia anakuanga hapa sababu pale Gataka na Bulbul anabeba watu wetu sana anapeleka Nairobi. So pale Bula kuna watu wetu. Alafu tuko na Mheshimiwa KJ ni jirani yetu pia, Dagoretti South. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Parashina anatoka upande ya Loitoktok. Na tuko na jirani yetu pia Mheshimiwa George Risa Sunkuya, Kajiado West. Alafu pia tuko na GK, chairman wetu wa mambo ya mabarabara na infrastructure ambaye yuko hapa. Mheshimiwa, naona Mheshimiwa Sunkuya amekaribia, naomba tu mpatie dakika 2 aweze kuwazungumzia. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto,
Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, all a protocol of sub. Na wananchi, tusalimiane sisi wote. Bwana asifiwe. Asante sana. Kwa ufupi sana, Your Excellency, pia nachukua nafasi hii kukukaribisha sana hapa Kajiado, usikie uko nyumbani. Na tunakupenda sana, tuko nyuma yako, tuko nyuma ya serikali yako na tunaendelea kukuunga mkono. Ya pili, hii project ambayo umelete ni moja yapo ya bottom up ya serikali yako. Na itakuwa imesaidia watu wa Kajiado County, watu wa Kajiado North na Kajiado West. Na mimi nimeshukuru, nimesema asanti na tumefurahi sana Your Excellency. Na ukifanya yale mambo mengine yote kama hii ambayo umeleta katika hii ambayo iko katika hii shamba ambayo itasaidia watu wetu, pia hata tukifanya mambo ya housing, alafu hiyo mambo mengine tutaongelelea kama vile tulivyosema, na tuko pamoja kwa sababu kuna historia na watu wanajua. Najua mpaka ni pale, lakini leo nimempatia Ngogoyo atawale. Unajua tunajaribu kulelea polepole. Saa nyingine hata analete mguu mpaka pale ya kwangu na mimi nasema asanti, ndio alafu nipate tu kumlelea polepole ajue. Lakini watu wanajua mpaka ni hii police session iko hapa ambaye kura yangu inapigwa hapo. Lakini mimi ndio nimelea polepole kwa siasa. Kaka tu polepole, shamba ni yangu hapa. Asante. Asante Mheshimiwa Sunkuya. Your Excellency, na kuomba tu, najua huyu GK ndio mwenyekiti wetu. GK, kuja useme kitu moja. Huyu ndio chairman wa mambo ya mabarabara. Sasa ile tunapanga vitu ya kando kando, huyu ndiye anatusaidianga. Karibu sana. Asante sana Honorable Gogoyo, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed. Tunakushukuru sana Your Excellency kwa hii mradi ambayo umekuja kuanzisha leo, kwa sababu itasaidia watu wetu kwa mambo matatu. Ya kwanza ni affordability ya transport, ya pili ni safety ya watu wetu, na ya tatu ni reliability, kwa sababu wakati mwingi watu wetu wanaumia kwa barabara, lakini kwa train wako assured watafika mahali wanataka kufika wakati ufaao. Kwa hivyo asante sana kwa kusaidia watu wetu. Mwisho, Your Excellency, watu wengi wale huwa wanaharibu infrastructure, lakini wanaharibu wakiwa wanajaribu kutengeneza mahali ingine, ni watu wa internet, watu wa fiber optic lines. Kama contractor akitengeneza hii barabara, tunaweza integrate pamoja na wao, wao wanaweka hiyo line, wakati contractor anafanya line railway, itakuwa rahisi sana, hawatakuja kuharibu kesho. Asante sana Your Excellency, may God bless you. Asante sana, huyo ni senior wetu kule kwa bunge. Your Excellency, yangu yatakuwa machache. Ya kwanza, nataka nikuambie hii project ambayo umeleta hapa, ambayo ulisema kabla tukue kwa uchaguzi na ulituzungumzia wakati moja, it has no objection from the people of Kajiado and specifically Kajiado North. Watu wengi wanangojea kusafiri kwa bei nafuu, na hii msongamano ya mabarabara, hii reli itasaidia mahali pakubwa kusuluhisha. Na naomba kama wale wanakubaliana hii project itatusaidia, simuinue mkono juu vizuri ndio rais aweze kuona. Ya pili, tumefanya public participation pale kwa ofisi ya DCC, na watu wote wamesema hii mradi itakuwa na faida. Especially hii phase ikiisha na tumalize hizo zingine mbili, itasaidia watu wa Ongata Rongai, Kiserian na Ngong mambo ya kuingia Nairobi. Your Excellency, kwa sababu wewe ni kiongozi wetu na tulifanya campaign na wewe na unajua Ngong vizuri, nilikuwa tunataka nikutajie mambo mawili ya Ngong. Number 1, Your Excellency, when the SGR ilitengenezwa hii station ya Ngong, hawakutengeneza barabara ya kufikisha watu kutoka kwa stage kwenda mpaka kwa SGR.
Waliharibu pia barabara kwa sababu walitumia malori sana. Tunajaribu na pesa yetu ya kera, lakini Your Excellency, kama ingewekwa lami, iwe kutoka Ngong unapitia Ololua unaenda SGR, na iwe kutoka hapa vet unaenda direct mpaka SGR. It is very short. Nafikiri hata ifiki from this side ifiki 1.2 kilometers, from the other one is slightly longer, lakini ndio access ili mtu wa Ngong na mtu wa Bulbul anafika kwa SGR na njia nzuri. Pia nataka nikuombe Your Excellency, hawa wakitengeneza hapa, unajua ndugu yangu Sunkuya nimesikia akisema mahali ya mpaka. Leo Sunkuya tuko mambo ya reli. Mipaka inafanyangwa na ABC. So ABC watakuja kuongea mambo ya mipaka. Na kama uko na tashwishi na mpaka, si ungoje, tunafanya next year. Next year ndio tutafanya mambo ya mipaka. Hii barabara nilikuwa nimeitengeneza juzi. Kama ulikuwa na pesa, si ungekuja pia wewe uweke pesa yako, unangojea Ngogoya atengeneze. Ya mwisho, nataka nikuombe Your Excellency, soko ya Ngong ambaye wewe mwenyewe ulikuja hapo tukiwa campaign na ikianzishwa ulikuwepo, ilitengenezwa soko nzuri na World Bank in collaboration with the county government. Your Excellency, nilikumzungumzia mambo ya hiyo soko. Unajua Ngong ni high altitude, iko baridi sana. One of the post effects ya hiyo soko, watu wetu kwa soko akukaliki kwa sababu ya baridi. Na uliniambia you have a solution, kwamba unaweza weka sola na watu wakuwe na heaters huko ndani. Na kuomba wale watu wa biashara, kama ukiwaekea hizo, na unaweza tumana tu iangaliwe, because we've lost about 2 people na mambo ya pneumonia, na sio makosa. The project is good, it is viable, lakini ni challenge ile imekuja na kukua juu kwa sababu hapa iko baridi mingi sana. Mimi naweza kukuomba kwa niaba ya watu wa soko, you send somebody ndio iweze kuangaliwa. Ilifanywa na Ministry ya Housing, kwa hivyo ukituma mtu wako inaweza kuwa baraka kubwa sana. Ya mwisho, nataka nishukuru waziri wetu Murkomen na timu yake. He has given us an assurance kwamba watu ambaye watafanya kazi itakuwa ni watu wa area. Watu wapewe kazi kwa sababu Your Excellency, hakuna urembo kwa lami, tunataka watu waeke pesa kwa mfuko. So watu wakiajiriwa kazi ya mkono, kazi technical, mahali tuko na watu wetu tunataka wakuwa wakipewa aji. Hiyo ndio siasa ile tutafanya, na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Ya mwisho, nataka nikaribishe governor wetu na niseme sisi tulikuwa tunachagua Katole Metito kama governor, lakini Lenku ndio aliingia kama governor wakaja, na sisi tunamheshimu, tunafanya kazi na yeye kwa sababu president said he's reaching out to everybody because he respects elected leaders. Kwa hivyo Mheshimiwa Lenku Kanyanga hapa sawa sawa. Na tumekuja kwa jamii ya Wakisii. Mimi nimekuja kujipatia kuangalia kwa macho, na nimeona mnampenda Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto. Mimi moja tu, Your Excellency, ni mzuri kwa sababu Wakenya wajue uchumi ya Kenya imeanza kuinuka, na imeinuka kiasi kizuri. Ukienda katika mambo ya World Bank na recognition, Kenya has been recognized as the most improved economy for the last 1 year. Na kwa hivyo Mheshimiwa Rais tunasema kuambia pongezi. Hiyo mafuta ndio inakuwa hivyo, na kwa hivyo nataka kuambia hapa kwetu hii mambo tumekuwa tukipitia ni jambo ambayo imepitika katika ulimwengu mzima. Rais wetu tunakushukuru, pamoja na Rigiji mnafanya kazi mzuri, na kama jamii wa Masai tumefurahia nimekuja kuwakilisha, na naomba jamii wa Kisii mumsupport Mheshimiwa Rais kwa miaka ambayo inayokuja. Ni wangapi wanasema rais karibu Kisii? Sasa kwa sababu wabunge saa zingine nyinyi mnakuwa wagumu, unaambiwa useme jina, unatoa speech. Huyu anaitwa Mheshimiwa Gakuya Bazenga kutoka Embakasi kule Nairobi. Sitampatia ruhusa azungumze. Huyu anaitwa Marwa Kitayama kutoka Kuria East. Sitasema jina yake. Huyu sitampatia azungumze. Huyu anaitwa Mheshimiwa Mark Nyamita kutoka Uriri hapa kwetu Nyanza hapa chini. Asante sana mheshimiwa. Mnasema tu dakika moja tu. Wacha niseme moja tu, alafu namaliza dakika 10 hapa. Na sisi tunataka pesa. Haya. Your Excellency, pia kuna viongozi pia wawili walibaki. Utaniruhusu pia waje wasalimiane. Naibu gavana wa Kisii na naibu gavana wa Nyamira. Waje pia hapa, one word. Ndio huyu, njoo hapa mheshimiwa naibu gavana. Kwa sababu ya muda. Ule wa Nyamira yuko wapi? Haya. Kwa sababu ya mvua pia. One word. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Cabinet Minister Machogu,
members of the National Assembly, leaders present, hamjambo. Bwana asifiwe. Your Excellency, tunafurahi umerudi tena Kisii. Wakati ulipokuwa huko nyumbani kwa Machogu homecoming, I told you ya kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Na nataka nirudie hiyo. Wanenaji wote katika kikao hiki wamesema ya kwamba wewe utaongoza katika miaka 10 yote ikamiliki. Na nilikuambia Your Excellency, hata wale wengine tuko kwa mlengo mwingine, tunaangalia miendeleo ya dia. Narudi kwa kazi yako, tuendeshe Kenya hii. Kenya ni yetu, tukamilishe maendeleo, tuchenge Kisii yetu. My governor, nataka nikuulize, wakati ule nilisema tubadilishe, na leo pia nakuuliza. Sisemi kwa ubaya, nasema ukiangalia vile nchi inaelekea huko. Kwa hivyo nikikuomba kama mdogo wako, msaidizi wako, na kuomba tuchenge Kenya pamoja na rais ambaye tuko naye hapa. Mungu awabariki. Rais, rudi Kenya, rudi Kisii tena. Asanteni sana. Haya. God is good and all the time. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Governor for Kisii and the Governor for Nyamira, Excellency Arati and Excellency Amos Nyaribo, His Lordship, the Bishop of Kisii Diocese. Mine will be very one word, basically, Madam President. I want to say this. We are saying the cost of living is going high. Truly, it's going high. But I'm also admiring you for the way you want to tackle corruption in this country. In actual facts, if we clear corruption, there will be no cost of living in this country. And I want to congratulate you, Mr. President, for emphasizing on corruption. Let us have it as a national conversation and a county conversation. And we'll finish that issue there and then. Thank you very much. Watu wa Nyamira muko? Maete inue aba deputy governor karamoko ane mekutana mutairiri baga. Magoteba nga anse irwe. Lero na abaire.